we hauja ukoragwo ugi support na tuko tugikuonania thutha wako ni gukorwo gigwikirira mbica yaku na jersey iria ugikoreka na team iria ukoretwo ukienda ni yakwa ni gukorwo igikam shortly muko gikimiona hihi amwikorwo mukiona team iria ngoragwo ngi support guka ni AFCON guka ni kindu gigwitwo Premier League na guka ni kindu agigwitwo team ya kuria icagini haya na gitio kinene ni tutagukorwo tugite marigu ikirekaini ria kere ni tukuona mugeni kuria muno to muthe ndenda tukorwo tukirongoreria uhoro wegi gitaro kia Africa na ningi hihi ani mariko marake yumiririe jeine iyo cia gindu gigwitwo gitaro kia Africa anaro tutagukorwo tugite marigu tukiambia na report citu na turike ino ya mundu gwitwo Ferdinand Omanyala ari wehe muhanyoki uria ukoretwo akirankwo ari the first African fastest man ari mundu gwitwo Ferdinand Omanyala wa Iran ari kuria bururi-ini wa Faranja kuria ikorirwo akiandikithia record njeru ya gibũrũri ario national record ari ikorirwo kihuthira second 6:55 yes 52 ihenya-ini ria mita 60 kana mita 60 mundu gwitwo Omanyala aikoruo ayitengera ihenya ria gwitwo meeting indo Miramas goko ariko bururi-ini wa Faranja. Haya na turio ici ciege uhoro wegie mahenya mbitika iritanyetwo kana ihenya riria ritanyetwo gukorwo rigitengerwo gukore kaunti-ini ya Uasin Gishu kuna mwena wa Eldoret ni ihenya cia sirikwa cross country na riria rionete makiria ma ahanyoki 500 gukorwo makiyandikithia na mundu gwitwo Ahane Maridal kuma bururi-ini wa Norway ni araikorirwo gikinyia guko bururi-ini na kuria ugete ati netanyete gukorwo akiandikithia maumirira mega wana ni gweka anebeteka cia cross country uririkane mundu gwitwo Maridal akoretwo akihotana beteka cia cross country maita matatu na kuria ahanyoki agi mundu gwitwo Jeffrey Kamorol na ahanyoki agi kuma mabururi mage mekinyetie na kuria maugite ati wega wao kana hihi akire matanyete na gukorwo magithima na hinya na ahanyoki akuma guko bururi-ini kuona ati bururi wa Kenya ukoragwo ukiandikithia maumirira mega wona ne beteka cia mahenya na ninge cia maria magutua ngongo. Yeah, I ran through the course yesterday. It's very fast, but also so elements. You have to pay attention. You have to watch your steps on places. So I really like it. Yeah, or 10K, 32:44. So I really hope to be able to challenge my PB after training here in Kenya. Yeah. I'm going to run a half marathon and a marathon this spring, so I hope I will be in good shape after the training here and the competition and training here in Kenya. I'm getting so relaxed here because everyone is so friendly, and I just like the atmosphere, and it's really beautiful running conditions. Tomorrow I hope there's a lot of local heroes here in Kenya, so I will have the opportunity to compare myself to them, but I hope I will be satisfied with my results anyway. So I am using this race to be a better version of myself and compare myself to the Kenyan athletes. My preparation to this cross country, I've prepared and I'm hoping for the best. Yes, I will use this cross country as other people also used to catch themselves to prepare for forthcoming cross country, world cross country. Yeah. Competition will be amazing. Yeah, I can say it will be amazing. It's good to race against the international athletes. Yeah, I'm expecting a good course. As also you know, cross country have some challenging in the course. Yeah, everybody knows that. Matter of improving, I've been improving every day. Some matter, just tomorrow it's a matter of running and some matter of working hard because we have a strong field. I'm just going to try my best, and once I say I will try my best, I'm going to do what I've been doing. So I'm going to do my things. Kuja kupambana
ni vizuri kuja kujichangana na Wakenya kama wenye kama kina Ebenyo pamoja na wengine. Na mimi nitapambana na mimi nifanye vizuri. Nimeshiriki Common Game Youth ilifanyika Trinidad and Tobago. Nilikutana na baadhi ya wachezaji wa Kenya. Nilikimbia nilifanya vizuri. Kwa kuja kukimbia cross country sirikwa ni mara yangu ya kwanza, na mimi nitapambana nifanye vizuri. Muda wako bora ni nikimbia Valencia 10k na 28 kunani. Nishawahi kushiriki hapa Kenya. Hii ni awamu yangu ya 3. Yeah. Na nishawahi mara nyingi nashiriki sana Tanzania. Yeah. labda muda wako. Naamini ipo siku nitakuwa kama yeye. Haya, na tukendithiria anyoki kuma guku bururi-ini. All the best wana maikorwo makinyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici cia kĩndũ gĩgĩtwo Sirikwa Marathon. Wagĩkorwo ũkĩona nĩ ihenya inene mũno, angĩkorwo no rĩhote gũkorwo rĩkĩrehe hamwe anyoki magana kana anyoki makirete magana matano. Haya, tugithie na mbere turikie nginya mbĩtĩka-inĩ cia golf, na kuria bengi ya KCB nĩ heanĩte mũigana wa ciringi milioni magana matandatũ ma ithano, kana nĩ heanĩte 65 million cia gũkorwo ikĩhũra njeki mbĩtĩka cia golf cia gĩtarũ kĩa Africa, kuria yonete athaki makiria ma 100 kuma gĩtarũ kana kuma Africa ya irathĩro, arĩguo bũrũri wa Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi na bũrũri wa Kenya uko makinyitana magithaka mbĩtĩka ici iria itanyĩtwo gũkorwo igĩthakĩrwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombasa. We launched the second edition of the KCB East Africa Golf Tour. This year, we're going to 20 counties compared to 16 last year, and we have 24 qualifying legs across the country. The second big and different thing in 2024 is that we're going to 5 East African countries. Kenya, obviously, Uganda, Tanzania, Rwanda, and Burundi. We also have different partners that have come on board, and in particular, very excited to mention Belua. Belua will be offering each qualifying leg a hole-in-one prize of an apartment, which is here in Nairobi, valued at 2.1 million shillings. KCB has been our partner for quite a while, and we really appreciate as Kenya Golf Union and the golfing fraternity, which includes Kenya Ladies Golf Union and also JGF and all the other arms of the One Golf Kenya. We really appreciate what the support that KCB has given us, and this series that has been launched today is going to help our golfers enjoy the game and also feel like we have a strong partner from KCB. Haya, tugatigana na ici cia bengi ya KCB ukorwo makihora njeki turio mbĩtĩka-inĩ ici cia golf, na cio mbĩtĩka cia Magical Kenya Open itanyĩtwo kuhanĩka kuma tarĩki 24 mweri-inĩ ũyũ wa February, na kuria itanyĩtwo gũkorwo igĩthakĩrwo kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Muthaiga Golf Club gũkũ arĩ kaunti-inĩ ya Nairobi, ningĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombasa igakorwo igĩthakĩrwo kũrĩa Vipingo Bridge, na kũrĩa itanyĩtwo gũkorwo ikĩrehe hamwe mabũrũri maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa mbĩtĩka ici irĩkoragwo igĩthakwo o mũndũ kana igũkorwo igĩthakwo mũthaki kĩũmbe nĩguo magakorwo makĩng'eng'ana points cia no ũgũkorwo kiuma arĩ mũhotani.
Haya, na tulio ishishie kidogo gitwa Magical Open nake minister wa mathako goko bururi-ini mundu gwitwa Ababu na Mwamba ni ugite ati muthako uyu wa golf ni ukorwo ukihuthika ari ta njira ya kumathira uboco athaki na oho ukorwo igithondeka ritwa ria bururi na kuria athaki aya magutumika ukorwo makirirokia federa ya bururi wa Kenya. Ababu augite ati bitika ici cigokorwo ikirehe hamwe athaki aingi noguo ni gutigirira ati bururi wa Kenya no ikorwo ugikirwo handu hana guoka ni horo wigie mapping ya mabururi. Now we are absolutely delighted to start the official countdown to these two premier events, the Magical Kenya Ladies Open in the Bingo and the Magical Kenya Open here at Mathako Golf Club. Government is of course very pleased to once again be the main sponsor of both events. We are very proud of these two events because of the value they add to our sporting ecosystem. These are events which go beyond the sporting ecosystem with incredible economic spin-offs, incredible value for the country in many respects. We are proud that the Ladies Open is part of the European Tour, the Ladies European Tour, the LET. I have had occasion to sample this event in Vipingo, and it is an absolutely world-class event by any standards. Incredible cause, incredible environment, incredible atmosphere. I mean, where else do you play golf with giraffes? Haya, na tureshishie Magical Golf Open gwirira kiumia giki ni maundu maingi mege bitika cia golf kuonate nishishikia beti kana kimera kia golf nikione guo gikia beti na tureshishie ma kidogo gitwa Magical Open urikane gukire na Magical Open Men na kure na Magical Open Ladies na kure muthaki mundu gitwa Masi Nyanchama na ugete ate ari na gikeno thutha wake gukorwo agicagurwo taria ma ukorwo makirugamirira bururi wa Kenya guoka ni bitika ici cia Magical Open na kure Nyanjama oritie a Kenya makorwo makiyumiria na njira nene nigetha ukorwo makimacambikira na ukorwo makimunyitirira niguo akorwo akihura golf wega na kuria erire a Kenya ati ukorwo akiumira kana ne ukorwo akiandikithia Uhotani aguoka ni bitika ici riria igukorwo ikiambia. I'm Masi Nyanchama from Golf Park. I'm excited to be taking part for the Magical Kenya Ladies Open 2024. This year I'm hoping that my swing will be good because I've been doing practice. Yeah, and then I'm very excited to go play with the pros from different countries. I'll be like watching how they do it. It will make my game improve more. I've been working on my approach shot because my driver is okay for now, but my approach shot, it is where my problem is, but I've been working on it, so I believe this time it will be good. I can tell all the people, ladies, men, are also invited to come to watch the ladies playing. It will be awesome having you guys around. Yeah. Honesty and hard work. Haya, andu maikoro makiyumiria ukoro magithima kwirorera golf kuria mwena wa Muthaiga Golf Club urikana ni bitika cia Magical Kenya Open. Haya tugitigana na icio ciege bitika cia golf tukoro tukirwerorera riu na bitika iria itanyetwo ukoro githakiro kana bitika iria ikihoretwo shafi kuria kaunti-ini ya Kisumu ni bitika cia Alaska. Bitika ici ciokireirie thutha wa ukorwo kana thutha wa thĩ yothe ukorwo ikigomerwo ni king'uki gia COVID-19 na kuria itanyete ukorwo ikirehe hamwe athaki magana kana athaki makiria ma magana mugwanja aria mayandikithitie ukorwo magithaka bitika ici uririkana igakorwo githakiro kana iragithakiro kuria ni kaunti-ini ya Githumo.
Okay, thank you very much for the state members. Almost all games we are playing in, because I can't exactly remember, but as we know, there are just few games and I can't even tell, but the major games, that football games, we are having traditional dancers will be here for the social part. We are going to have even people swimming, almost all the games. Volleyball, all the games will be there. Tag of war, all the games on a DG. My name is Bernard Domboko, the Secretary General CASA, County Assembly Sports Association. I'm from Kakamega. Mr. Ruben Kamoga. I am the chairman of East African Local Authorities Sports and Cultural Association. These games started in 2008. They started from Machakos. So we have been rotating in all East African countries. But we are interrupted by COVID, and we decided to revamp them, and we ended up coming to Kisumu. Kisumu had hosted Eraska before, but this time we came and said, no, let us go back to our friends. So that's why we are here. And we are very grateful to His Excellency, the Deputy Governor of Kisumu, for having hosted us. Haya, tugethie na mbere na timu ya aria makire wa miaka 17 ya Nyarari. Aria timu ya Junior Starlet ni mabekete kana ni marathire na mbere kwambika mehaririria kiumia giki na muthenya wa ira. Makuruma kiuma goko bururi-ini guthie kuri bururi-ini wa Congo kuria makorwo magitungana na timu ya bururi wa DR Congo. Betika-ini cia kumatha handu kana kwimathira tigiti wa gukorwo magithaka betika cia kimabũrũri aricio betika cia World Cup ririkane timu ya Junior Starlet ni makorwo magicenjia kana ni makorwo magicenjia nyabara wao kuria marakorwo makiruta mundu gwitwo Beldin Odemba. Timu ino ya Starlet meranĩire gukorwo makiandĩkithia maumirĩra mega na kuria meranĩire ati ni makorwo makihota kwimathira tigiti wa guthaka betika-ini ici cia kimabũrũri. Kwa past 5 days tulikuwa tunapiga zoezi. Coaches walikuwa wanatuambia tujitume kwa zoezi. Ukipewa chance tumia, because timu tunaenda kucheza nayo si rahisi sana. Na tunataka tuhakikishia kwamba venye tumefunzwa na makoches wetu hapa hivi hatuendi kuangusha. Kwa hakika siwezi sema tunaogopa mtu yeyote, because hatuendi kupigana, lakini tunaenda kucheza football yenye tumefunzwa Kenya. Tunajua tuko best, tuko na hiyo speed, everything tumefunzwa, so yenye tunaenda tu ni kuperform, to give our best. For the past 5 days tumekuwa na training nzuri. Wasichana wako psyched up. Coming from different backgrounds, different schools, different teams. Wameleta, most of them they are talented, na wametuletea their best. Most of them wamekuwa kwa competition, school games, Talanta Hela, also Chapadimba, so most of them wamekuwa active. So wamekuja wakiwa ready, most of them, so we're just polishing a few areas and then tuweze get the best. Haya, na kumagoko metha-ini itu ya Metameta cia Mathako tukendithiria timu ya Junior Starlet Uhotani makorwo makihota kwimathira tigiti wa gukorwo magithaka betika-ini ici cia kindu gigwitwa World Cup qualifiers. Haya, na riboti ya Junior Starlet na ikorwo gitaka itoka mbere gukorwo tugikiria andu akorwo githie korwo kuona ati gicokereria ndiracokereria na mage maige na kure muno Facebook ndomuririkanie umuthe tugire tutirenda stress, turenda gukorwo tukihura story nie nawe atukorwo tukiaraniria na kuria ngoru ngikwira ukorwo gikia mbica yaku wikirete jersey ya team iria ukoragwo ugisupport ni gukorwo ngikwira niki giatuma ngwire uhoro wigie jersey uririkane ati ni team o yothe agikorwo ni gini kwanyu aikorwo ni ya NSL agikorwo ni ya any team iri okoragwo gisupport aikorwo ni English Premier League aikorwo ni kindu gigwitwo Serie A icio ciothe La Liga icio ciothe bora ni jersey
ugikorwo ugikirite na kuri mwena wa Facebook ni ndona mundu gwitwa Murugi Job la ikorwo kigira no rakorwo gitwira tupo site awa ikorwo kigandwa Manchester United matina stress ririkane ni gukorwo ne gukorwo gigikwira ningi na Manchester United ni kema ikorwo magika kiumia giki macho habari sana macho ni tukumisete muno guko kwa Muthingi TV na ni turire muno na mundu gwitwa Kariuki Wandwati ni makuona muno mundu gwitwa Mwangi Paris inyothe ni mwikoretwo mukigira guko mwena wa Facebook ari Muthingi TV na gwa mwena wakwa ni wa Boy Jao that sports gatoko tugekiria ni turashokereria Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo riria negeria mwana wako iria mwana ndari na outlet ndayambirie kuiba mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro wathi kirafu no nginya urika uria andu a kirafu mekaga no wikore magero-ini haraka muno konge ni arata matwikirie konge ni endo aitu amwe makimenyaga aria angi matekumenya kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muthini makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing weka atia sasa sijui nie ndio goka tunoherero hari na muti hau lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tugiikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Asa. Narega asa. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiguici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya. Itagwo kwiregeria ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamaki o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Waigwa firidi ya huho kamenya ni hindi twi ona wa Max tugutwara nginya iharo-ini atukumenyithia ciĩgie athaki Mathako nondano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kaĩ gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri nyitanagĩra na niĩ that sports girl wa Boy wa Jao o Juma wona cianda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ atabarĩire ya Metameta cia Mathako gũkũ kwa Muthingi TV. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikara guku kwa Muthingi TV. Ari Juma ukamenya sisi ndio tuko twiko tugutwara nginya kuria iharo-ini angikorwo ni muthenya waku wa mbere
Ukoro kigira goko kwa Muthingi TV, karibu sana na we mushie. Ino ni Metameta cia Mathako, mutafania waku ni gatika kairetu ka Mathako, that sports girl. Our boy waja ririkane haha ni hera tukoragwo tukiria the sports motion. Yes, tukoragwo tukiria aciege athaki Mathako na guria gukoretwo gugikara kiumia kiu. Nienge giteka kairetu ka Mathako korwo tukiaraniria nawe kuri mwena wa Facebook ario Muthingi TV. Anago mwena wakwa ni wa boy jao that sports girl. Muthenya wa mothe kindu ndirenda tukorwo tugika ndenda tukorwo tugika kindu gigwitwo gutuma jazz shitu. Yes, ukorwo kindumira jazz ya team iria ukoragwo ugisupport agikora team ya Arsenal, team ya Manchester United, team ya Manchester City. No tugire ndorothe maikoragwo magisupport team ya Manchester City, those are last bonds. Yes, ni andu matoe what is suffering. Na ugigakora mundu wothe ura support team ya kindu gigwitwo Manchester United, ocio ni mundu utakana gutiga. Men, I'm trying to advise you, no ikoja especially mweri uyu ni mweri wa wendo. Yes, ndagira gukwira mwiretu wakora na mwiretu ekirete jazz ya Manchester United, umurie name 5 players ataje the please, that is for keeps. Marry that woman, that one is for keeps. Atondeke gwire Manchester United magarairio through kahinda karito na ti atene matigete gukagerera, no marakagerera no indire ure atokiuge atiga tokiuge momererie na maikora makiomereria. Haya ni undu ndirenda tu ukorwo gika ni ukorwo kindumira team kana ukorwo tuma bisha yaku ya jazz kana bisha yaku wekirete jazz ya team uri gukoragwo ugisupport. Haya na ari utugishoka iharo-ine tukorwo tukimurika ciege betika cia gonya guku bururi-ine ari betika cia Kenya Cup na iria iragithie na mbere guku bururi-ine na riu kwa ihinda rire betika ni ya muthiko ya mugwanja kana betika ni ya mugwanja iria ikorwo igithakirwo guku bururi-ine na kuria muthenya wa omothe anetereki ithatu ari muthenya wa Juma. Haya timu ya Kabra Sugar matanyete ukorwo magitungana na timu ya Nakuru wona acia kihanda wega tha kenda cia miaraho guku arika Kamega Showground na timu ya fegi ya KCB ni matanyete ukorwo magitungana na timu ya KU Blackbird wona acia kihanda wega tha kenda na ni makorwo magithakira kiharo-ini gia KCB Sports Club. Timu ya Kenya Harlequin makorwo magitungana na timu ya Menengai Oilers rikane aya ni akuma kore county-ini ya Naikuru guku ari kiharo-ini kia RFUEAA. Yes, guku ari county-ini ya Nairobi. Yes, kiu nikio kiharo makorwo magitungana kore ari timu ya Kenya Harlequin makorwo magitungana na timu ya Menengai Oilers na timu ya Nondescript makorwo magitungana na timu ya Strathmore Leos kure makorwo magitungana kiharo-ini giki gia county-ini ya Nairobi. No ririkane ati timu ya Strathmore maikoretwo makiandikithia maumirira mega gwaka ni betika cia gonya kana nicio betika cia rugby kuria maikoretwo makiandikithia maumirira mega betika cia rugby ona betika cia handball kuria team ya Strathmore ya handball igokoragwo ikinya farwa ni mundu gwitwo coach Mwathi na tugakorwo nake ni akorwo gitwira hihi marugameire ko gwaka ni betika ici igire uririkane ati betika cia handball na betika cia kindu gigwitwo rugby ni thiaga hand to hand kuona ati the energy used kana the criteria used ya ukorwo githaka betika ici it's almost the same thimatigane a few rules igokoragwo igika kana ni a few rules igokoragwo igika kindu gigwitwo gutigana kana kweheranio. Haya timu ya Catholic Mons makorwo magitungana timu ya Mwamba kuria makorwo magitungana wona cianda wega tha kenda na kuria betika ino kana ngoro gigucokia hari betika ino ya Nondescript kuria makorwo magitungana timu ya Strathmore Leos makorwo kana betika ino ni korirwe kiambia dakika ta cigana guhituku dakika ta 33 hituku niguo kindu gigwitwo betika ici ciikorirwo ikiambia. Nayo timu ya Homeboys makorwo magitungana na timu ya Kisumu na kuria timu ici igire makorwo magitungana kiharo-ini ya kindu gigwitwo Jamhuri Park gukore county-ini ya Nairobi. Ndikio kana hihi we ukoragwo ugisupport team iriko gwaka ni betika-ini cia gonya uririkane ati timu ya Kabras ni magithiete na mbere gukorwo magitongoria ino ni timu ya Kabra Sugar mafuatetwo ni timu ino ya KCB
KCB nĩ maikoretwo magĩthiĩ na mbere gũkorwo magĩtongoria mbĩtĩka-inĩ ciothe kana hihi ligi-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthakwo nĩyo maikoretwo magĩthiĩ na mbere gũkorwo makĩandĩkithia maumĩrĩra mega no ririkane atĩ agikorwo team ici igĩrĩ cigũkorwo gĩthiĩ na mbere ũguo Kabras na KCB marĩ head to head kana marĩ haha kwa haha woka nĩ points no ririkane atĩ team ici ciothe makorwo magĩthaka arĩ ta meharĩrĩria magũthaka mbĩtĩka cia kĩmabũrũri ũguo nĩ kuga atĩ team kana athaki arĩa marahutia mbĩtĩka ici cia mũbira wa gonya nĩ makorwo makĩhutia kana nĩ makorwo makĩhucicwo kana nĩ makorwo makĩigwo mbĩtĩka kana team inĩ ĩrĩa ya kana team ya aige bũrũri. Haya tukorwo tukihera mbĩtĩka-inĩ ici cia gonya arĩ cio mbĩtĩka cia rugby tuthiĩ na mbere tukorwo tukihutia mbĩtĩka cia kagi gũkũ bũrũri-inĩ arĩ mbĩtĩka cia FKFPL arĩ mbĩtĩka cia gũkũ bũrũri-inĩ iria igũkoragwo igĩthakĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ no ririkane atĩ iragĩkorwo igĩcokereria thutha wa kahinda ga kũhũmũka ũririkane atĩ mbĩtĩka ici iragĩkorwo ikiuma kahinda-inĩ ga kũhũmũka kuona atĩ aingĩ nĩ magĩkoragwo kana athaki amwe arĩa magĩkoragwo magĩthaka mbĩtĩka ici cia FKFPL no magĩkoragwo magĩthakĩra mabũrũri mangĩ ũririkane atĩ team ta Gor Mahia team ta AFC Leopards nĩ mahotete gũkorwo makĩandĩkithia athaki kuma nja wa bũrũri no akia nĩ marabataranagia gũkorwo magĩthiĩ mabũrũri-inĩ ma gũkorwo magĩthaka. Haya muthenya wa rũcio kana muthenya wa ũmũthĩ team ya Batoto Bamvinya makorwo magĩtongoria na team ya Bidco United Kakamega Homeboys matongana na team ya Muhoroni Youth, team ya Police makorwo makĩrathana na team ya Gor Mahia, team ya Nzoia Sugar matongana na team ya Posta Rangers, Sofapaka makorwo magĩkombana na team ya Fegi ya KCB. Haya ũhoro ũkĩrĩ haha team ya Police matongana na team ya Gor Mahia makorwo makiuga atĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maikoretwo magĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ kana hihi kana mĩtugo ĩrĩa team ya Gor Mahia ĩgĩthiĩte na mbere gũkorwo ĩgĩkĩra kana hihi kuona atĩ maũndũ maingĩ marĩa makoragwo makĩhanĩka nĩ thutha wa macambĩki gũkorwo magĩtĩkĩrio kũingĩra matakũrĩha noguo team ĩno ya kĩndũ kana hihi magĩkorwo magĩthũkia indo ũguo team kana mbĩtĩka ici igĩrĩ kana team ĩno ya Police maraikara thĩ marauga angĩkorwo macambĩki nĩ mũrenda gũkorwo mũkĩingĩra mbĩtĩka ĩno ya Police na Gor Mahia maũndũ ti maingĩ maũndũ nĩ matatũ ũgũkorwo ũkĩrĩha woka nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo VVIP yani very very important person haya mbere biũ ngiri na itio dara ngiri na ithatũ 3,000 Kenyan shillings gwoka ne VIP yani very important person yani thutha wa kĩndũ gĩgwĩtwo VIP arĩrĩha akũrĩha akĩingĩra kĩhingo-inĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ciringi ngiri igĩrĩ nake mũndũ gwĩtwo regular kana Wanjikũ wa kawaida akũrĩha 500,000. Kĩũria gĩakwa rĩu akĩenda gĩkorwo gĩgĩikĩria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩkĩo ngwĩrire mũthenya wa ũmũthĩ niĩ nawe ndĩrenda tũkorwo tũkĩaranĩria tũkorwo tũkĩrĩa story nego ndĩrĩkorwo ngĩkũria hihi mũbira wa Kenya nĩ ũkinyĩte kĩwango kĩu gĩa gũkorwo gĩkĩrĩhio mbeca icio na hihi woni waku nĩ ũrĩkũ wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrabu gĩa Police kuona atĩ maraikorwo magĩthakĩra kĩharo-inĩ gĩao kana Gor Mahia magakorwo makĩnyitwo ũgeni nĩ team ya Kenya Police. Kĩũria gitũ nĩ hihi marĩhi mao is it exaggerated kana hihi nĩ marĩhi matara make sense woka especially harĩa kwa ihinda rĩrĩ tũrũgamĩire ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ kana ningĩ hihi nĩ njĩra ya kũraise standards kana nĩ njĩra ya gũkorwo ĩkĩagĩrithia mbĩtĩka cia gũkũ bũrũri-inĩ. Korwo ũkĩnjĩrĩria mwena wa Facebook rĩo Mũthingi TV naguo mwena wakwa nĩ wa Boija ũkorwo ũkĩnjĩra hihi we kĩrabu kĩrĩa ũkoragwo ũgĩsupport no ũrĩhe mbeca icio can you because tũkorwo na koja especially itha-inĩ rĩa kerĩ nĩ tũkorwo na mũgeni harĩa tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ marĩhi maya nĩ hihi nĩ tũragĩkorwo tũkĩraise standards igũrũ mũno kana hihi ũguo nĩguo kwagĩrĩirwo is it supposed because ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ how many people will turn up especially ũririkane angĩkorwo mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ ciakorwo ikĩneanwo tũ kana ciakorwo kũingĩra nĩ tũhũ kĩandũ ingĩ makoragwo makĩyumĩria kuona atĩ ũngĩrona especially gwoka nĩ kĩharo-inĩ ta kĩa Nyayo kana Kasarani wonaga kĩ empty
Police ni maikoro makigathika ciringi 3,000 hari VIP, ciringi 2,000 hari kindu gitwa VIP. Acio ni twambe tutigane nao because some people they show up no ende hihi ri network regular 1,500. Can you pay 1,500 gukorwo ugithi kuona team yako? Niki kana ni mwerekera uriko team cia wa Kenya kana ni mwerekera uriko police? Maikoro makioya haya betika cio gikorwo ikihana githemba giake gucokereria ringi team ya Tusker kana Batota Bamvinyo amako magitongana na team ya Bidco United, Kakamega Homeboys matongana na team ya Muhoroni Youth, the team ya Police mako makirathana na team ya Gor Mahia, Nzoia Sugar mako magitongana na team ya Posta Rangers na Sofapaka Makona magikobana na team ya Fegi ya KCB no wone bigwa beteka asha FKFPL na cio itanyitwo gukorwo ikihuta kana igikorwo ikihuta to muthenya wa omothi. Haya na tugithie na mbere he tugitigana na icio gitaro kia kana goko bururi-ini wa Kenya turoge ginya gitaro-ini kia Africa kuria beteka irira igithie na mbere ni beteka cia AFCON ariyo Africa Cup of Nations na kuria beteka icira ikorwo githakirwo kuria bururi-ini wa Cote d'Ivoire kana Ivory Coast. Yes, Ivory Coast ni kubeteka icira ikorwo igithakirwo na riu muthe wa ira beteka irira ikoragwo ikihutio ne beteka cia quarter finals no we ihinda rire ni turagikorwo tukiingira ikireka ria semi finals beteka ro ikorwo cikiyarira riu ni kuga ati ni team cigana itigarite I think na team 4 ciokorwo igitigara. Haya team ya Nigeria maikorwo magitongana na team ya Angola, DR Congo maikorwo magitongana na team ya Guinea. Kuria team ya Nigeria ni matira korwo makimathira tigiti wa kuingira ikireka-ini ria semi finals thutha wa korwo makihora team ya Angola na bao emwe gwa gifogo na gikorwo ni uraikorirwo kirira mubira ucio ndio woni waku ni uriko hihi ni kurani na unfair judgment kuma kwa referees. Was there unfair judgment from the referees? You talk to me kwa mwana wa Facebook kare Muthingi TV. Mwana wa DR Congo kana timu ya DR Congo maikorwo magitongana timu ya Guinea na kure timu ya DR Congo maikorwo makimathira tigiti kuthutha wa kuhura timu ya Guinea na bao 3-1 which was unexpected kunate timu ya DR Congo ni maikorwo na ka history gate matigoragwo makiingira the next stage ya betekasha AFCON no ende wa ira ema ikorwo makimakia ndo thutha wa makiandikithia maumirira mega na gukorwo makiruta team ya Guinea one kuga ati team ya Nigeria na team ya Congo ni makorwo makiingira kindu gigwitwo ikireka-ini ria semi finals beteka icio ingi kana nigetha kumatha gukorwo ukimatha tigiti wa kuingira semi finals beteka icio ingi ni gukorwo githakwo hwaini wa omothi kuria team icio cigweterera their fate kana hihi makorwo magieterera kuona magakorwo magicemania nao ikireka-ini ria semi finals ukorwo makimathira tigiti wa kuingira ikireka-ini ria finals dikio we uraikorwo ge support team iriko team ya Nigeria it was ni mako makiingira kindu gigitwo ikireka-ini ria semi finals riu dio kana makorwo makihota gwetiria maururo ma team icinge iria igikoretwo igitigara iria igikoro githaka hwaini wa omothi. Haya tugitigana na icio ciege kindu gigitwo AFCON tukoro tukigira kindu gigwitwo English Premier League na tukwambia na maumirira ma beteka iria ikorwo igithakwo wiki ino kuona ati maumirira ni maige maria maikoretwo magithaka kana beteka ni nyingi iria ikoretwo igithakwo kiumia giki kuona ati beteka ici cia AFCON kana beteka cia English Premier League ni cia ikorwo kana beteka ici cia AFCON kindu gigwitwo English Premier League ona cio ni cia ikorirwo igithakwo na maumirira marakihanaga igithemba giki arecio beteka cia English Premier League team kana gorogi ukwira uria maundu maraikorwo makiuma are beteka cia kindu gigwitwo English Premier League uligana team ya Manchester United ni maikorwo magitongana kana ni maikorwo magitongana na team ya Wolves na maikorwo makimahura na maikorwo makimanura na bao igire kana bao 4-3 thutha wa bao ya kuhotana ya mundu gwitwo Maina ni araikorirwo igihota gukorwo ikimandikithiria maumirira mega kana hihi ni araikorirwo ikihota gukorwo ikiandikithia uhotani wa kirabu giki kia Manchester United. Mwerekeri wakwa arakinegereria beteka iria citari kuo tondu timu ya Arsenal ni maraikorwo makihotana. Mwerekeri wakwa beteka ticio cia kindu gigwitwo English Premier League no haya
tugithie na mbere team ya Man City maikoro magitongana team ya Burnley kuria maikoro makima kindu gigwetwo bao ithatũ kana team ya Man City maikoro makiandikithia Uhotani thutha gũkorwo makihora team ya Burnley na bao ĩmwe. Man City maikoro makihora team ya Burnley na bao ithatũ. Team ya Tottenham Hotspurs ni maikoro makihota kwĩmathĩra Uhotani kana kũmatha points ciothe ithatũ thutha wa gũkorwo makihora team ya Brentford na bao ithatũ. Brentford maikoro magĩtetera na bao ithatũ. Team ya Liverpool maikoro magĩtongera team ya Chelsea. Hello Chelsea the Blues maikoro makihorwo bao 4-1. Ndaikoro ngiona kũrĩa mwena wa nenda cia ũkinyanĩria andũ akana team ya mashabiki a team ya Chelsea makĩigĩrĩra area 1 makaigĩrĩra 4 maikoro makiuga atĩ maikoro makiuma draw. No ende team ya Liverpool kana you never walk alone maikoro makihora team ya Chelsea. Orikanĩte team ĩno ya Liverpool mahota gũkorwo makĩehererwo nĩ nyabara wao mũndũ gwĩtwo Jurgen Klopp thutha wake gũkorwo akiuga atĩ nĩ gũkorwo kiuma kĩrabu gĩkĩ Kimera gĩũkĩte kana Kimera gĩkĩ-inĩ kĩrĩa nĩ gũkorwo akiuma kĩrabu-inĩ gĩkĩ kĩa Liverpool. Haya thutha wake gũkorwo aikarĩte kuona kana aikarĩte nao kwa ihinda iraihu na kũrĩa team ĩno ya Liverpool rĩu kĩũria nĩ hihi no okorwo kia matamuma mũndũ gwĩtwo Jurgen Klopp. Ũririkane atĩ ĩno team ya Liverpool kana team ya You Never Walk Alone maikoretwo maikoretwo na kipindi cha kusuasua. Tare mũndũ gwĩtwo Felix Lana aikoretwo akaragwo akiuga na kũrĩa Klopp augĩte atĩ ndaũkorwo akĩnyabara team o yothe ya mwena wa Ngeretha na ningĩ ndaũkorwo akioya bũrũri o wothe kũnyabara kĩndũ renda nĩ kwamba kũhũmũka nginya rĩrĩa agũkorwo agĩtua matua make magũkorwo agĩcokereria. Haya team ya Liverpool makiuma kana maikoro makihũra team ya Chelsea. West Ham makiuma draw na team ya Bournemouth na bao 1-1 kana maikoro makiuma kabati ya draw ya bao 1-1. Team ya Wolves maikoro makihũrwo nĩ team ya Manchester United na tũrenda ikorwo gĩgĩkwĩra the youngest mũndũ gwĩtwo the youngest player wa kirafu kia Manchester United mũndũ gwĩtwo Maino no raikorirwo akihotana kana no raikorirwo gĩbunga bao ya kana ndika no raikorirwo kĩrora betike ĩyo wone reaction ya mũndũ gwĩtwo Erik ten Hag no rikanete mũndũ gwĩtwo goalkeeper Andre Onana nĩ raikorirwo agĩcokereria thutha wake gũkorwo agĩtũmĩka kũrĩa kana thutha wake gũkorwo agĩtũmĩka kana thutha wake gũtũmĩkĩra bũrũri wake wa Cameroon na kũrĩa araikorirwo akĩmahota kana kũrĩa araikorirwo agĩcokereria nĩgetha akorwo agĩtungatĩra kĩrabu gĩake kĩa Manchester United. Haya tũgĩthikana na icio ciĩgiĩ maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia English Premier League tũkorwo tũkĩingĩra ũrĩa maũndũ makorwo makĩnyitanwo mũthenya wa ũmũthĩ arĩ cio mbĩtĩka cia kĩndũ gĩgwĩtwo English Premier League. Team ya Everton makorwo magĩtongana team ya Tottenham Hotspurs. Brighton matongana na team ya Crystal Palace. Newcastle makorwo magĩtongana na team ya Luton Town. Burnley matongana na team ya Fulham. Sheffield makorwo Aston Villa. Urikane ati ici mbĩtĩka muthenya wa ũmũthĩ arĩ cio mbĩtĩka cia English Premier League. Gucokereria rĩngĩ team ya Everton makorwo magĩtongana team ya Tottenham Hotspurs. Brighton matongana na team ya Crystal Palace. Newcastle makorwo magĩtongana team ya Luton Town. Burnley makorwo magĩtongana team ya Fulham. Sheffield makorwo magĩtongana na Aston Villa. Ũguo nĩguo maũndũ makorwo magĩikara guoka nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo English Premier League. Icio arĩcio fixtures kana ũguo nĩguo maũndũ makorwo magĩikara mbĩtĩka-inĩ ici cia kwenda kana mbĩtĩka cia kĩndũ gĩgwĩtwo English Premier League. Haya ndikia wewe ũrakorwo support team ĩrĩkũ kana hiyo supportaga team ĩrĩkũ nikio niĩ nawe ndĩragwĩra mũthenya wa ũmũthĩ no nginya niĩ nawe tũmenye ũrakorwo support team ĩrĩkũ guoka nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo English Premier League. Haya Nĩrĩu tũrũge kũngĩ na tũkorwo tũkĩrora mbĩtĩka kana hihi ũhoro ũrĩa warĩrĩirio mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na ciĩgiĩ mũthaki wa mbĩtĩka cia Formula 1 mũndũ gwĩtwo Lewis Hamilton. Tũkorwo tũkĩamũkĩra kana hihi kĩndũ gĩgwĩtwo history ya mũndũ gwĩtwo Lewis Hamilton na maũndũ marĩa anagĩkorwo agĩka mũndũ gwĩtwo Sir Lewis Hamilton. Isaac, I see what you did. No nginya ngĩhũthĩrire kiugo Sir Lewis Hamilton is the greatest of all times. Wa kĩndũ gĩgwĩtwo Formula 1 na mũndũ gwĩtwo Lewis Hamilton
ni woyo haha agĩkoragwo agĩtwarithia ngari cia Formula 1 na kuria agĩciarirwo tarĩki ni 7 mweri wa Januari mwaka wa 1985 uguo ni kuga ari no kurwa miaka 39 ana kuria agĩciarirwo bũrũri-inĩ wa Britain na thutha wake gukorwo agĩkũra akĩendagwo nĩ Ngai na andũ agĩkorwo akĩingira kana kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Formula 1 na kuria agĩkorirwo akĩingira mwaka-inĩ wa 2007 na kuria agĩkorirwo akĩhota kwandĩkithia maumĩrĩra mega na ahotanĩte miaka 7 kĩndũ gĩgwĩtwo back to back kuma mwaka wa ngiri na inyanya nginya mwaka wa 2020 kana niyo 2020 ni mũndũ gwĩtwo Sir Lewis Hamilton na tukamukira uhoro wĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Sir Lewis Hamilton oririkane atĩ na yakorwo agĩthama kĩndũ gĩgwĩtwo Mercedes na yakorwo agĩthiĩ kũrĩa mwena wa Ferrari na gũkorĩa agũkorwo kana hihi mũndũ gwĩtwo Sir Lewis Hamilton agũkorwo kana hihi agũkorwo akĩhĩtahĩtana na ngari njerũ guoka nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kĩmera-inĩ kĩa mwaka wa 25 kwa mũndũ gwĩtwo Hamilton ahũthĩraga ngari namba 44 kana nĩ 44 na ikorwo na entries kana maria ana ikorwo akĩhĩtahĩtana maita 332 nĩ maita maria ana ikorwo akĩambia kĩndũ gĩtwo Formula 1 kana maria ana hĩtahĩtana abetie kana ngari yake ya mbere ni maita 332 championships iria nakĩhotana ni maita 7 ririkana ni mwaka wa 2008 mwaka wa 2014 2015 2017 2018 2019 na mwaka wa 2020 uria ndagĩkorwo gĩkwĩra ahotanĩte back to back kana thua nĩ kũmare agĩkoretwo akĩhotana na kuma mwaka wa 2020 nginya rĩu ndahotete gũkorwo akĩandĩkithia maumĩrĩra mega kuona atĩ nĩ ĩkoretwo na mũng'ethanĩri wa haha kwa haha mũndũ to Max Verstappen na kuria Max aikoretwo akimwoikarira na kuria hihi mũndũ gwĩtwo Hamilton aremetwo gũkorwo agĩtiria maũrũrũ ma kĩndũ gĩtwo mbĩtĩka ici maita maya ahotanĩte maita 103 podiums kana hihi stages kana mabũrũri maria kana stage cia mabũrũri maria anaikorwo akĩingĩra na mabũrũri 197 points iria kire nacio kwa ihinda rĩrĩ career points iria kire nacio thaa ici na karia hihi mũndũ gwĩtwo career points kana hihi nigetha agĩkorwo nĩ makana andũ arĩa makoragwo makĩhĩtahĩtana nao o mũndũ nĩ akoragwo akĩrankwo nĩ kũringana na kĩndũ gĩgwĩtwo ihenya rĩrĩa gĩkoretwo gĩteng'era namba iria gĩkoragwo gĩũka no points kwa ihinda rĩrĩ akĩrĩ na points 46 kana 639 nĩ mũndũ gwĩtwo Sir Lewis Hamilton pole positions anakorwo pole positions 104 fastest laps kana ũgĩtarwo wothe arĩa managĩkorwo agĩteng'era fastest laps iria naikora nacio ni 65 nĩ mũndũ gwĩtwo Sir Lewis Hamilton na niĩ ndiũĩ kwĩna kĩndũ especially gĩkorwo nĩ wanakorwo kĩndũ gĩgwĩtwo no ũkorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo Formula 1 fan no ku understand nĩ harĩ na kaihoru ka mũndũ gwĩtwo Hamilton gũkorwo agĩthama ngari nĩ kuona atĩ now the future is unpredictable hanini haya first entry aigĩrie mwaka wa 2007 na ikorwo kũrĩa mwena wa Australian Grand Prix na kuna first pole position akĩambia mwaka 2007 Canadian Grand Prix first win 2007 kũrĩa ikihotana kũrĩa mwena wa Canadian Grand Prix last win kũrĩa ikihotana mwaka wa 2021 kũrĩa mwena wa Saudi Arabian Grand Prix last pole position ni mwaka wa 2023 kana ni mwaka mũhĩtũku kĩndũ kũrĩa mwena wa Hungarian Grand Prix na last entry ĩrarĩ mwaka mũhĩtũku akoya mwena wa Abu Dhabi kĩndũ gĩtwo Abu Dhabi Grand Prix ũrikane atĩ mũndũ gwĩtwo Lewis nĩ akoretwo na mũng'ethanĩri wa haha kwa haha mũndũ gwĩtwo Max Verstappen na nĩ kamwana kamũikarĩire mũno
Haya, maundu wetu Lewis Hamilton team anaikorwo kires nacio anaikorwo akihuthira ngari ya kindu gigwitwo McLaren kuma mwaka-ini wa 2008 ginya mwaka wa 2012 na kuma haka na haha ogwo niho mundu gwitwo Lewis Hamilton akiambirie kugia mayo na ngari yake ya mbere ahuthirie ngari ya McLaren na mbere kana ngari yake ri aikorwo akihuthira ngari ya Mercedes AMG kuma mwaka-ini wa 2013 kinya mwaka-ini wa 2024 iyo ni ngari ya Mercedes AMG urikanete Mercedes ni kuo Kimera kiria akoretwo andikithitie maumirira mega kana maumirira maige mega na riu kwa ihinda riri mundu gwitwo Sir Lewis Hamilton akorwo agithama kindu gigwitwo Mercedes akorwo agithie ngari-ini cia Ferrari dike wani waku orowegie the GOAT ni tutaka the greatest of all times mundu gwitwo Sir Lewis Hamilton neriko orowegie we gukorwo agithama kindu gigwitwo ngari ici cia Mercedes. Haya mau na maria turaikoretwo tugana ni mawe gukoretwo gikuhaririria woka ni horo wegi kindu gigwitwo mathako guku bururi-ini ona nja wa bururi na ikereka-ini ria keri aria tugukorwo tugicokereria tugukorwo tukiaria ciegie kindu gigwitwo kana hihi tukwaria ciegie mathako guku bururi-ini ona nja wa bururi kuria ngire na mugeni uria tu agukorwo agitwira uhoro wegie mbitika guku bururi-ini ona nja wa bururi mwena wa Facebook ni ndaikorwo ngimuona mukite na njira nene muno kuria gukorwo ngimutambura ndaika itare kuraihu no kuhinda riri ndende twambe twikirie tucokererie na mugeni witu haria tugukorwo tukiaria aciege athaki na mithako na nikiri kirakorwo ikiumira kuria mwena wa AFCON twambe twikirie ni ngetika bai wanja kana kare tuka mathako gukoreko Muthingi TV twikirie ni turacokereria ndaika itare coho. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hetia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hetia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hetia Supermarket. Ni yangu. Mwana tata, kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa, uoga na lala. Karibu ndani ya Hetia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvex, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Kwa majina naitwa Ivy Jambi, nimetoka Eldoret na mimi ni mshindi wa loto wa 1 million. Na nimefurahia sana, ni mara yangu ya kwanza. Nimekuwa nikicheza tangu 2017 mwisho. Motivation yangu ya kucheza ni juu naonanga watu wengine wakishinda. Alafu na nikatumai hata mimi siku moja nitakuwa mshindi. Na tarajia kuanza biashara. Napenda fashion, so naona nikiingilia mambo ya kuuza manguo. Changamka, cheza loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCL. Changamka, cheza loto.
Alive nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩtũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a life, transforming lives. Rĩrĩa tũratũra mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩtũcemanagia na maũndũ matiganĩte, mamwe magatiga ironda nene ngoro-inĩ citũ na mamwe magatuĩka rũgano rwa gũtũra rũheanagwo. Rĩrĩa nengeria mwana wakwa iria, mwana ndarĩ na outlet, ndayambirie kũimba. Mwana kĩambia kũrutĩra kĩoro kanua na maniũrũ. Wathi kĩrabu no nginya ũrĩka ũrĩa andũ a kĩrabu mekaga, no wĩkore magerio-inĩ haraka mũno. Konge nĩ arata matwĩkirie, konge nĩ endwa aitũ, amwe makĩmenyaga arĩa angĩ matekũmenya. Kĩrĩndĩ magucagia bangi magoka makanjoherera mũtĩ-inĩ, makahũra ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atĩa? Sasa sijui niĩ ndiũĩ tu nohererwo harĩ na mũtĩ hau, lakini sasa the end of the day ndũrĩ na handũ ha kũũrĩra. Na nĩkĩo niĩ Teri wa Mwangi njĩnyitĩtie mũthiori gwethana na andũ mena rũgano rwa mwanya, tũgakorwo tũgĩikara thĩ nao magakorwo magĩtũhe marĩa manatũngana namo. Nĩ o mũthenya wa Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya rũgano rwakwa gũkũ kwa Mũthingi TV. Waigua biridi ya huho kamenya nĩ hĩndĩ twĩ ona wa Max tũgũtwara nginya iharo-inĩ tũkamenyithia ciĩgiĩ athaki Mathako nondano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kaĩ gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nyitanagĩra na niĩ That Sports Girl wa Boy wa Njaũ o Juma wona cianda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra ya Metameta cia Mathako gũkũ kwa Mũthingi TV. Haya na nĩtwacokereria ikereka rĩrĩa kerĩ rĩa tabarĩra itũ ya Metameta cia Mathako na ikereka-inĩ rĩrĩ tũkoragwo na mũgeni harĩa tũgĩkoragwo tũkĩgeria gũthathaũra ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri na kũrĩa tũgĩkoragwo tũkĩarĩrĩria maingĩ thiĩ na mbere gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ mwena wa Facebook arĩ o Mũthingi TV naguo mwena wakwa nĩ wa Boy Njaũ That Sports Girl ũkorwo ũkĩnjĩra hihi ũratwĩrorera wĩ mwena ũrĩkũ na nĩ marĩkũ maragĩkorwo makiumĩra nja-inĩ ya harĩa ũkĩrĩ na rĩu tũgũkorwo tũgĩte marĩgũ tũkorwo tũkĩingĩra ikereka-inĩ rĩa kerĩ na nilisema tuna change rũthiomi. Hi my guys. Anyway, haya na director Dakuri ukanjithagira kindu gĩgwĩtwo drum rolls nĩ ũndũ wa kukaribisha wageni na tũgũte marĩgũ tũkorwo tũkĩingĩra harĩ mũgeni witũ akorwo agĩtũra hihi nĩ marĩkũ akĩonete kũrĩa akiuma na nĩ marĩkũ agĩkorwo agĩtũngana namo kũu barabara-inĩ megiĩ mathako. Karibu sana. Shukran. Naona venye umengoja, yani hii kamera imekuzoea. Sio mara yangu ya kwanza kuja hapa katika. Umezoea mpaka naona umekaa hivi. Na ngoja kuintroduciwa. Nimezoea hiyo kamera na sio mara yangu ya kwanza. Yeah. Umekuwaje lakini? Nimekuwa sawa. Mambo ni mazuri. Michezoni mambo ni sawa. Kuna mengi ya michezo. Ni kama hujatumiss bado. Nimewamiss sana. Unajua tulipatana na last year 2023. Imagine. 2023 na sasa tuko 2024.
Ni kwamba hiyo miaka yote. Hiyo ni miaka mingi sana kama hatujapatana. Sisi tumekuwa fiti. Na sasa tumekuita tena tukuje sasa tuongelee kuhusu sporti, tuchambue, tujue ni nini inaendelea kwa nchi, ni nini haiendelei, ni nini tumefanya vizuri, ni nini tumefanya vibaya. Na tukianzia nataka tuanzie na mtu anaitwa Ferdinand Omanyala. Yes. Jana alifanya maneno pale France ambapo aliandikisha rekodi ya nchi ya alitumia 6 seconds and 652 seconds. What's it take about Omanyala? Ameanzia vizuri ama tungoje vipi? Kwanza wacha ni introduce kwa wale wameingia kwa show siku ya kwanza. Ndio kuna wenye hawanijui. Kwa majina anaitwa Boniface Kimanzi. Mimi ni mwanahabari na vile vile mchanganuzi. Omanyala kama kawaida tuliongea mambo ya Omanyala last year. Ule Omanyala anakuanga na ile consistency, ile persistence ya kazi yake, anakuanga amejituma na ule anakimbia ndio aweze kurepresent nchi yake ya Kenya. Jana ukiangalia vile anafanya zile tizi zake pale Kasarani, mahali popote anafanya ile tizi yake. Ule anakuanga na ile passion ya kazi yenye anataka. Na jana alikimbia kama amejituma sana. Ndio maana wale hawakuweza kumuona. Alafu unaangalia alifanya 60 meters. Do you feel kama itakuwa challenge kurudi pale 100 meters? Haitakuwa challenge maana anafanya tease sana. Anafanya tease regularly na huwa achoki. Unajua Omanyala hata vile anakimbia anakuanga na ile energy, anakuanga na stored energy. Na ile stored energy ndio anatumia sana katika kukimbia na hata Omanyala anaweza advance kutoka kwa 100 aingie 200. Maana ako na ile energy, stored energy ako nayo na anakuanga na passion ya kukimbia. Unajua Omanyala alichukulia hii kama kazi. Ni kazi inampia pesa, ina familia yake inaendelea vizuri na bado ana represent nchi yake ya Kenya. Na bado ile legacy bado anaendelea tu na kuleta legacy. Ukiangalia venye tumeanzia because ni kama kalenda ya kukimbia ndio imefunguka. Ukiangalia venye tumeanzia, what to take about the 2024 year? 2024 ukiangalia vile mambo imeanza 2024 tuko na ile imani ya kwamba tutaendelea vizuri. Maana ukiangalia ndio mwezi wa kwanza umeisha na sasa tushafanya ile rekodi. Unajua atapea wale wengine ile confidence wakienda kwa ile marathon ya kukimbia. Yani wanakuwa na ile confidence kwamba sisi wa Kenya tusha represent mambo yetu pale vizuri na sasa tuko na ile energy ya kukimbia. Kama ukiangalia nimeuza about the calendar because this weekend there's Rikwa marathon. Ukumbuke imeleta more than 500 athletes from Kenya and abroad. What to take about this big number turning up? Kitu ya kwanza itakuwa ni mambo mazuri kwa Kenya na ingine ni ile wachezaji na wale wanakimbia wanakuwa na yani ile motisha. Unajua kuna ile motisha, watu wako wengi wamekuja kama unakimbia kama umejituma. Maana unaangalia wale ile crowd iko pale ni watu wengi na unataka kufanya ile mashindano ikuwe na ile competition. Sasa ukiingia pale kama wewe unakimbia unajituma sana maana unataka kurepresent nchi yako Kenya, unataka kufanya ile ikuwe legacy, unataka watu waone wewe ni nani. Yani unataka tu kufanya ile ikuwe rekodi. Yani unataka kuweka rekodi kama kina Eliud Kipchoge, kina Usain Bolt. Unataka kufanya mambo ikuwe ni tofauti. Sasa ile crowd watu wamekuja wengi, watapea watu confidence wale wanakimbia. Kuna mtu nimeishi kuuliza na sijampata. Asbel Kiprop. Alienda wapi? Unajua kuna ile tuliongea hiyo mambo last year. Last year ni kitambo, hii ni 2024. Lakini kuna ile tuliongea tukasema kwamba kuna zile vitu zinakuanga kwa wachezaji ambazo sisi hatujui. Ziko kule chini. Unafaa kuwe na ile internal communication kwa ile athletics. Watu waambie ni nini shida ina happen kwa wale wachezaji, wale wakimbiaji. Maana ukiangalia Asbel Kiprop ni mzuri lakini bado ameingia chini. Sijui shida iko wapi maana ukiangalia Asbel Kiprop ni mzuri lakini sasa hatujui ako wapi. Unaweza kuwa kuna shida ambayo ilimuaffect ambayo sisi tujui. Alikuwa amebaniwa for 2 years alafu alikuwa nafaa rudi, sijui akarudi ama sijui nini iliendelea. Unajua ile ban sometimes huwa ina demoralize wale athletics. Lakini sasa
Unajua ukipata ile band, kitu ya kwanza ni inakupea ile demoral, alafu sasa unakuwa tu uko inactive. Unakimbia lakini hauko kwa ile exposure. Sasa ile exposure kama amekaa ile behind the scenes, inaweza kuwa ilimtoa ile energy na akiingia pale kwa kukimbia. Sasa anafaa kuwa na ile counseling. Anakuwa na ile counseling, unajua ni nini inaendelea, unajua kama ni asbel yako wapi. Yaani unampea ile moral, unampea ile boost mpaka ajue ile ban sio mwisho wa kila kitu. Unajua ukiangalia kama kule Ulaya kuna wale wanakuanga band. Ukiangalia kama kwa mfano kuna ule Paul Pogba. Ako band. Maana doping, alifanya doping. Lakini after 2 years atarudi akiwa na ile energy. Pogba niko sure ako 32 years. Akirudi na 34 years atakuwa na ile energy sana. So ile ni internal communication, tujue ni nini inaendelea pale kwa Asbel. Atuambie, mtu aingie pale atuambie. Tukifanya ile internal communication ya wachezaji na sport kwa jumla, tutaweza kujua ni nini ina affect wachezaji. Maana wale ni watu na wako na vitu ambazo zinawasumbua. Yeah. Tukiondokea is the story about kukimbia na nini. Leo nataka tuguze vitu mingi sana. Golf, Magical Kenya Open. Did you see the amount they were given? 400 million. What's your take about this? You know, kitu kwanza namshukuru sana ule CS wetu. Ababu. Na Mwamba. Maana na Minister of Sports entire. Wanafanya kazi nzuri. Wachezaji ni watu wanataka pesa. Unajua ukipata pesa ni sabuni ya roho. Okay. Pesa ni sabuni ya roho. Hata ukiangalia ule Faith Kiprop, bila alipata ile pesa, akona energy na anakimbia ni kama yeye ni anasukumwa. Yaani ni pesa iko, kama ni ile golf, amepewa pesa. Kama mtu akiingia pale kwa golf kama ni mchezo, unagonga hiyo mpira kugonga. Maana unajua vizuri mfukoni kuna kitu. Ile inapeanga wachezaji, yani inapeanga wale players ile confidence, inawapea ile energy, inawapea ile moral, inawabamba, yani unasikia vizuri maana mfukoni kuna kitu. Nikitoka pale kama nimecheza, najua mahali nimetengeneza pesa, nimerepresent nchi yangu ya Kenya, na pesa ni kila kitu. Maana nashukuru sana wale walipeana hiyo pesa, na ni pesa nzuri. Angalia hiyo pesa ni nzuri. Maana pesa kama ile ni pesa ambayo inaweza fanya mambo 2 3 pale. Wow. Pesa mingi. Maana ukiangalia kama hakuna pesa, management haitafanya vizuri. Wale wachezaji watakuwa wako chini. Maana uwezi ingia kwa uwanja kama unajua mwisho wa siku lazima upate kitu. So hiyo pesa imewapea boost. Wanakuwa sasa tuko sawa. Sasa ukiingia kwa uwanja, hiyo mpira unagonga. Nilikuwa naangalia hiyo michuano. Mimi nakuanga nimeangalia tu, hata unaonanga. Nikiangalia tu hivi, najuanga mambo iko sawa. Mimi nimeona kuona mambo imekuwa sawa saa hii. Umejua kuna pesa. Najua kuna pesa. Pesa ni kila kitu. Hata mimi nikifanya kazi, mwisho wa siku nataka pesa. Maana nitakula, familia, mambo mingi. Ana director wangu has told me that money is everything. So tukitaka kumotivate wa Kenya tuwape tu pesa. Ukitaka kumotivate wa Kenya, unajua sisi wa Kenya tumezaliwa sisi tuna improve lakini bado tuko third world. Sasa hiyo pesa, mtu yoyote kumpatia pesa atajituma sana. Kama kuna pesa, ikuwe ni nini inaendelea, mambo itakuwa sawa. Lakini kama kuna pesa, mtu atafanya kitu kama ataki. Kama mtu anakimbia, ni mchezaji, ikuwe ni soccer, athletics, mtu anakimbia, management kwanza, inaanza from management. Kama kuna pesa, hatakuwa na ile planning nzuri. Unajua kama kuna planning nzuri, mambo itakuwa sawa. Pesa ni kila kitu, na pesa sabuni ya roho. Kwa kila kitu, kwanza kwa Kenya. Kuna boss wa kama hai amekunyima pesa because it seems like it is very personal. Money is everything, my guy. Maana sasa nitakuwa na pesa. Unajua uko na pesa, unakuanga na ile relaxed posture, umetulia. Yaani unakuanga tu zero, yani umetulia, yani uko zero. Unajua nikisema uko zero, namaanisha hauna ile shida yote, hauna pressure. Mtu ambaye ana pesa, akuwe ni mchezaji, akuwe ni mtu anakimbia kama Omanyala. Akikimbia juu hakuna pesa nitapata. Ukiangalia ile pesa walipewa na rais, ile reward, wako na faith. Yani ni pesa ambayo inawapea ile moral boost. Wanajua tu
lazima show up. Inatufanyia ile recognition. Sasa hiyo pesa inawapea ile moral na kama ni golf, for example tunaongelea golf. Yaani watakuwa na ile energy, mtu akiingia pale, hiyo mpira na kuigonga inaingia ndani, ukiangalia unakuwa kama ni mapro. Na hiyo ndio itakuwa nzuri. What to take about the rise of golf, because ukiangalia saa hizi golf imeanza ku have a place when it comes to sports in Kenya. What's your take? Unajua most of Kenyans kitambo hawako wanajua kama kuna mpira inaitwa, kuna mchezo inaitwa golf. Tulikuwa tunajua ni ya masonko. Tulikuwa tunajua ni ya masonko. Hata saa hii ukiona mtu amepost akiwa kwa golf club unadhani huyu lakini sasa watu wamekuja kugundua mchezo sio kukimbia, mchezo sio kuingia kwa pale kwa uwanja ucheze gurumaya. Kuna bado ile michezo mingi kama golf, kuna michezo mingi kama tennis, kuna michezo mingi sana. Kama kurusha, zile zinarushwa na wale. Yaani michezo ni mingi. Sasa watu wamekuja kugundua golf kwanza ni ile you don't need more energy. Unataka tu ile skill. Ukiwa na skill peke yake, mambo unafanya vizuri sana. Ndio sasa Wakenya wameweza kugundua, unaangalia hata youth wako under 20, under 10 bado ukiangalia bado golf imekuwa introduced kwa zile primary. Ukiangalia bado ile CBC unajua imeanza kufunza wale watoto pale shuleni wajue mambo ya michezo na zile skills. Sasa mambo inakuwa sawa. Ndio maana sasa Wakenya wameanza kujua sio lazima uingie kwa uwanja ukimbie, sio lazima uingie kwa uwanja ucheze kama wachezaji wengine akina Michael Lunga, sio lazima ukimbie kama akina Faith Kiprop, sio lazima ukimbie kama akina Eliud. Lazima ufanye vitu zingine ukitumia tu mkono yako skill. Unaweza fanya mambo mengi sana. Unaweza pata pesa. Ndio maana sasa ina improve sasa vizuri. Last week nilikuwa na Michael Karanga ambaye he's the best golfer right now in Kenya. Yeah, Michael. And he talked a lot about golf. Sia masongo. By the way, kama unataka kuenroll kwa golf, enda pale Kiambu Golf Club, enda Muthaiga Golf Club, enda huko sema wewe unataka kucheza tu golf. Alafu unaona golf inalipa. Talking about money, you have talked a lot about money. Umesema watu wakuwe acknowledged nini. Timu ya polisi wanachuana na timu ya Gor Mahia na ambapo polisi wamesema because of the past behaviors ya Gor Mahia wakasema now to make sure that you Gor Mahia mna mashabiki yani there's a lesser fans, wakasema kiingilio pale kama unataka kukaa VIP ni 3,000, kama unataka kukaa VIP ni 2,000, kama unataka kuwa pale tu kwa regular ni 1,500. What's your take? Unajua ile ni mambo ambayo hatuwezi jua ni nini inaendelea. Unaona? Kati ya police na Gor. Unajua ile ni timu ambazo ni nzuri, zinafanya vizuri katika FKF. Zinafanya vizuri, Gor Mahia inafanya vizuri. Sasa kupandisha ile ikiwa ni 3,000 ni pesa mingi, lakini ni kama wanataka kuboost ile pesa wako nayo. Unajua kama wanataka kuboost pesa yenye wako nayo wakuwe wanaweza fanya management ikuwe sawa. Unajua ile pesa ikiingia inaingia kwa club. Sinika kwa club. Inaingia kwa club, wanafanya mambo 2 3, wanafanya 1 2 3, lakini ukiangalia hiyo pesa ni mingi. Lakini kuongea kweli will Kenyans pay? Tuongee tu let me tell you. Frankly. Okay, let me tell you. Considering Kenyans, kitu ya kwanza sio kila Mkenya ana pesa, si ndio? Watu wengine hawana pesa, lakini hiyo pesa wamepandisha juu sana. Wateremshe ndio sasa wa Kenya wako na ile wanajua hata kama ninalipa, hiyo pesa inaingia kwa club, inasaidia wachezaji. Lakini ukipandisha ikuwe 3,000, ni watu chache watalipa. Na ile itakuwa ni loss kwa clubs. I do feel like kama polisi walikuwa wanataka kuonyeshana that standard ya football inafaa kuwa juu. Ama what to take about mbona polisi waliamua tu kukua hivyo? Police unajua inategemea, yote inategemea na management vile wameamua. Kama unataka kuonesha mchezo wetu unataka kuenda mbele. Of course walipandisha, wako na zile reasons zao. Wako na nia zao za kupandisha ile pesa. Mimi nataka kuonesha mchezo wa Kenya unafaa ukue uko recognized sana. Sio eti kuingia pale unalipa pesa kidogo na unasema ulikuwa mechi. Wanataka compensate na waingie wajue vizuri. We are just trying because we want to compete with other developing countries. Wenye wana host match vizuri unapata kama ni single match inaleta income mingi. So maybe wanataka kuonesha wanataka ile mchezo wa Kenya iko inaleta income kwa clubs. But you feel like Kenyans ndo tukue ndo tufike mahali sasa tunafaa kuwa na standard football. Do you feel like tunafaa kuintroduce vitu kama hizi? Kitu ya kwanza ndio sasa Kenya tukiwa na hiyo standard football. Kitu ya kwanza ni zile uwanja. Unaona?
uwanja ni mingi. Ukiangalia Kasarani, ukiangalia ni Afra, tuseme tu kwa mfano, ni mingi sana. Sasa ukiangalia Ulinzi, wanacheza ile uwanja yao. Ukiangalia Kasarani bado iko sawa. Yaani kwanza tu renovate hizo uwanja zikuwe classic. Zikuwe sasa kama ni wale mafans wakiingia pale, yani mtu anasikia vizuri anawacha mpira. Ukiangalia kuna ile Kolibali yenye tunaona huko Cote d'Ivoire. Ile uwanja ukiangalia mafans vile wana enjoy, hata mtu akitoa hata kama ni 3,000 hata feel vibaya ukweli. Akitoa hata kama ni 10,000 hata feel vibaya, na hiyo itakuwa ni income kwa club. Sasa uweze kuimprove zile uwanja kitu kwanza, na wale management wafanye mambo mingi sana, wajue wale fans. Kama kuna fans hakuna sporti, maana mchezaji atakuja pale acheze, atapewa morale na nani? Ukiangalia kama ni kule bara la Ulaya, wale wachezaji wakicheza wanakuanga na mafans wamejaa, hakunanga space. Hata ball boy anasumbuka sana kuchukua ile mpira, maana wanakujanga wengi. Sasa wakifanya hivyo, mtu akiingia pale atakuwa anajua, hata niko na mabeste, naambia leo tuko na mechi, tuko na Gor Mahia wanacheza na Kariobangi Sharks, nitawaleta pale kwa. Lakini ukiangalia kama ni weekends, kuna wale watu wengi wametulia, wanajua sasa nitaenda kuona game pale Kasarani, na pale ama niende nione Gor Mahia na Ulinzi Stars, ama nione Gor Mahia na FC. Mambo yanaweza chemka pale, mambo ichemke, mambo ibaya. Ile security kwanza to improve. Maana ukiangalia wale mafans wakitoka, kuna kwanga na ile mkwaruzano kama Gor Mahia imeshinda. Ukiangalia Kogalo wakishinda, wakicheza na FC, zile mabasi zikiwa pale zinatokanga na vurugu sana. Yaani zinakuanga zimepiga kelele, mtu kuna watu wapendi kelele. Sasa to improve ile security, to improve ile standard ya uwanja, to improve ile kama kuna ile service inafanya pale kwa uwanja, ziko sawa, ndio sasa tunaweza kufanya ile standard improve sasa ya sport hapa Kenya. So umesema ingine tuko nayo ni kiherehere peke yake? Sio kiherehere, lakini maybe kuna ile nia. Wow. Okay. Haya, timu ya Junior Stars Starlets walienda kule Congo. They are facing DR Congo kwa michuano ya kujaribu kutafuta tiketi ya kucheza World Cup. What's it wamechange coach Beldin, si coach wao tena. What do you feel about the Junior Starlets? Junior Starlets wanacheza mchezo mzuri, wako na Young Stars, ni wazuri. Niliona mchezo wao wakicheza last year. Lakini ukiangalia ile kuchange coach, kitu ya kwanza kama umebadilisha coach, wachezaji kwanza wanarudi default. Okay. Kitu ya kwanza wanarudi default. Maana coach akikuja pale, kama kuna mchezaji alikuwa anacheza ni central position ama ni forward, coach atakuja angalie ile mchezo yao, abadilishe. Na ile kubadilisha ita take time. Na kama kulikuwa na defense, kuna mchezaji alikuwa anacheza kama left back ama right back, coach atakuja anza kubadilisha ile formation, na akibadilisha ile formation itachukua muda sana kwa wale wachezaji kuweza kuwa mingle, wajue ni wapi anacheza vizuri, coach ajue ni nani. Maana kila coach anakuanga na tactic yake. Anajua ni wapi nitaingiza mchezaji fulani afanye mambo 2-3 aweze kuchange ile mchezo. Maana ukiangalia kama ni coach akiingia kwa uwanja, hata kama ako pale kwa bench, akiangalia ile formation ya opponent, huwa anaweza badilisha. Sasa kama coach ameingia pale kwa Starlets, ita take time. Na ile time bado itakuwa ni slowly. Lakini wakicheza na DRC Congo, kama coach, unajua ina depend na coach, kama sharpness ya coach. Kama coach ako sharp, akifika pale tu training ya kwanza, ashajua huyu mchezaji anafaa acheze wapi, huyu mchezaji ni msharp wapi. Lakini kama ina take time kwa coach kuelewa, ita take muda. Lakini wakicheza na DRC, DRC si wachache, maana niliona wakicheza, wakicheza hata kama hawajelewi. Niliona wakicheza hawajelewi pale nyuma, lakini pale forward wako na wachezaji wazuri sana. Lakini ukiangalia, do you feel like it was so ile kwa haraka sana kubadilisha Beldin, putting in mind that they knew kuna game at hand? Unajua hiyo sasa ina depend na ile formation ule coach alikuwa anatumia. Kama ilikuwa inafurahisha ile management, ama management iliona haina ile imani na coach. Unajua of course kama management inaona haina imani na wewe, itakutoa. Na ikikutoa, wanataka kuleta mwenye atabadilisha mchezo katika uwanja. Na Starlets kama walipata coach mpya na management imetulia na yeye, ni ishara kwamba wako na imani na huyo coach na atafanya mambo 2-3 na ataweza badilisha mchezo wao pale. Haya, do you figure kama tutafika World Cup? Pale kwa World Cup pale kwa World Cup tunaweza. Hakuna kitu iwezi. Sisi wa Kenya ile inakuanga shida ni tunakuanga na ile low self esteem.
Mimi kama kuna kitu ambayo sikuangi nayo ni low self esteem. Na ukikuwa na low self esteem inakuharibia ile energy ya kufanya kitu. Ukua kama sisi ni Wakenya tunaingia kucheza, hata kama tunacheza na Nigeria, tukue na ile high self esteem, tukue tujua kama ni Nigeria tunaenda kucheza na wao, hata wakuwe ni nani, hata kwa unacheza wapi, ukuwe na ile self esteem. Of course inakupea ile confidence boost. Ikupea confidence boost, unajua vizuri wale tukicheza na wao, najua nitacheza wapi, najua nitafinya wapi, maana wale ni watu na wanacheza na sisi kama ni wa Kenya na wanataka kuenda katika World Cup, pia sisi tuko na ile uwezo ya kuingia kwa World Cup. Sasa kukiingia pale tujitume, tucheze vizuri, tuna represent watu wa Kenya, tuna represent taifa yetu ya Kenya, na vizuri tukifanya rais atafurahia, na vile vile CS atafurahia, na kama umefanya vizuri utatuzwa. It's all about kutuzwa, my guys. So AFCON tuna ni 2027 na I know umekuwa ukiangalia game kutoka game 1 mpaka mahali tuko size ya AFCON ya kitu inaitwa semi finals. Jana kulikuwa quarter finals, so tunaingia semi finals. Do you feel like kuna any country ya East Africa tutafika mahali tunaona kama hata round of 16 tutafika? Mambo na AFCON yenye inaendelea kule kwa Divoire. I'm surprised. I'm shocked by the way, because we are getting the giants eliminated. Giants kama Morocco wenye walifika semi finals ya World Cup. Giants kama Algeria wenye wako na wachezaji wazuri, akina Baghdad Bodeja, Riyad Mahrez, akina Roman Saiz, yani wachezaji wazuri wameondolewa katika ile AFCON. Wachezaji kama wachezaji kama wa Egypt walicheza vizuri. Uliangalia jana Guinea walikuwa wanacheza vizuri, akina Kabara Diawara, lakini wakaondolewa. So tuko na ile surprise. Ukiangalia zile timu ndogo, watu kule wanasema hizi ni free, lakini zinasumbua sana. Ukiangalia kama DRC Congo wakicheza jana, yani wanacheza kama kujituma. Ukiangalia timu kama Kevad wanacheza kama kujituma. Sasa tuko surprise. Ukiangalia Giants zenye zimebaki peke yake ni Cote d'Ivoire na Nigeria. Na hii ni ishara kwamba zile timu zikiingia pale, zikirudi after ile AFCON ya 2022 walienda wakaangalia ni wapi wanarekebisha, ni wapi wanafanya mambo 2-3, na wakiingia pale ndio waliweza kuona Tunisia. Mechi ya kwanza walipigwa na Namibia. Ni maana walikuja pale kujua ni wadogo. Ukiangalia Giants wamekuwa eliminated. Sasa tuko surprise sana. Hii AFCON inaweza enda na DRC Congo ama Kevad. Maana ukiangalia Kevad inacheza vizuri, yani wanajituma. Tuliweza kuona Mauritania ikifika hadi round of 16. Yani timu kubwa hazijafika hata round of 16. Watu wanaenda nyumbani. Sasa hii ni ishara kwamba tutapata surprise sana na AFCON imechange. Hakuna Giants. No Giants. So Kenya tunaweza ingia mpaka finals. Let's get that self esteem, man. Tukue na ile self esteem. Coach akue na ile self esteem. Akiingia pale anajua we have the full support, man. We have support ya CS. President anakona support. Kama mambo iko sawa, atafanya hiyo our reward. Tukiingia pale tukishinda, ulisikia wakienda katika ile qualification ya AFCON. Walikuwa wanaambiwa every match 3 points. Every match unapata pesa. Yaani ukiangalia tulishinda hiyo timu fulani Seychelles. Yaani Ushelisheli ni wachezaji tu, yani wanakuanga tu wanafanya fishing. Maana they are main economic activity fishing. Sasa ukikombea na fishing na watu kama sisi wenye tunapiga sport vizuri, pale tulishinda tu. Lakini ukiangalia game kama tulicheza ndio tukafungwa, tulikuwa low. Tukue na ile self esteem, anza tukujua sisi kama wa Kenya tuko na support ya president. Unajua kuna support ya president na CS. Unajua nikishinda leo nitaenda kuwin. Kama timu kama South Africa Bafana inafika katika AFCON semi-finals ama quarter finals kama saa hii leo wanacheza South Africa, ni ishara kwamba ule president wa South Africa na ile management ya pale chini wanafanya mambo mazuri sana. Ndio maana wale wachezaji akina Dhambe Zwane wanacheza vizuri, akina Movomba wanacheza vizuri na South Africa. Nikiangalia mchezo wao, formation yao, Hugo Bros amefanya kazi nzuri sana. Ule ni coach wa South Africa. Ukiangalia do you feel like Kenya kwa hizo qualifiers tuko na Ivory Coast. Ukiangalia Ivory Coast venye wanacheza, unaona kama tutatanikwa ngapi? Okay, Ivory Coast shida ya Ivory Coast ilikuwa waliponea kuingia katika michuano ya quarter finals hiyo AFCON. Waliponea. Lakini ukiangalia shida ya Ivory Coast iko na wachezaji wazuri. Iko na akina Nicolas Pepe, akina Ibrahim Sangare,
akina Winfred Zaha ambaye aliachwa na coach. Shida ilikuwa coach kwa Ivory Coast. Na coach kama ameingia pale anajua kuleta wale wachezaji pamoja. Tutapata taabu sana. Maana ule coach akirudi pale chini aanze kuchezesha wachezaji wote. Mambo itakuwa ngumu sana kwa Wakenya. Lakini hakuna kitu haiwezekani. Sisi kama Wakenya kuna wachezaji wazuri. Akina Benson Omala, akina Michael Lunga, ni kila chance tunapata. Ukiangalia zile timu dogo pale kwa AFCON, ikipata chance yote, hakuna ku make mistake. Ni unatumia ile chance yote unapata kufunga. Ndio maana uliangalia DRC Congo, ile mistake walifanya wale wachezaji walikuwa wanacheza na wao wakawadhibu, wakaondoa katika ile michuano. Ni wanacheza vizuri, wanajituma. Guinea ilifanya mistake 2 peke yake, ikapata taabu sana. Ile fall ilikuwa ni Adama Maswaku walitumia. So sisi tukiingia pale kwa ile mchezo na Cote d'Ivoire, hakuna ku make mistake. Tunaenda pale tukijua ni 100% perfection. Kama tunacheza, tucheze vizuri, hakuna question. Na tutaingia. Tunaweza funga hata Ivory Coast. Hakuna timu hata gumu sana. Basi tu pale Tanzania, ukiangalia wali show up. What does it take about them? Kitu kwanza nampea pongezi sana mama Samia. Samia anafanya kazi nzuri sana. Na ile management yake. Walijituma, walicheza vizuri, lakini ule captain wao, ule Ali Samata, ndiye alikuwa anaangusha hiyo timu. Maana ndiye striker anategemewa. Alikuwa anapata chance peke yake, lakini anapoteza. Sasa walicheza na Morocco. Mechi nzuri sana, lakini wakalemewa sana na Morocco. Na Morocco hakuna mechi ilikuwa inacheza. Ukiangalia vile walikuwa wanacheza, ukiangalia ile formation yao, Tanzania ilikuwa mbele sana. Walikuwa na ile energy, physical energy walikuwa wanacheza nayo. Ni wale Tanzania, lakini wakalemewa na Morocco. Tanzania walifanya vizuri, walipresent nchi yetu, walipresent nchi yao ya Tanzania. Yaani sisi unajua sisi kama East Africa tulikuwa nyuma yao. Of course haiwezi support Nigeria. Nani? Lakini kama uli support mimi niko loyal kwa East Africa. Maana Wanyamwezi ni wazuri. Kama ushafika Tanzania unajua Wanyamwezi ni wazuri. Wanyamwezi ni wazuri na wako na roho nzuri. Sasa mimi nilikuwa na support wale Tanzania. Sasa ndio wakafanya mistake 2 wakaondolewa, lakini tunawapea pongezi, walifanya vizuri, wakarepresent East Africa. Lakini ukiangalia is that telling us about Tanzania has a future ama tukae tu tukingoja tu watakuwa natolewa hapo? Tanzania has a future. Maana ukiangalia imeingia katika AFCON mara mingi kuliko hata sisi Kenya. Tanzania inafanya kazi mzuri. Ukiangalia zile club zao pale akina Simba, Yanga, mchezo Simba inacheza na Yanga, ukifananisha na Gor Mahia ama FC, utaona kuna tofauti sana. Na wale wachezaji wa Simba na Yanga, although tumepeana wachezaji kule Tanzania, lakini ukiangalia yule mchezaji wa Simba na Yanga, Gor Mahia uweze kufananisha, utajua kuna tofauti sana. Ndio maana Tanzania iko na ile nguvu sana na inaingia katika AFCON. Kuna mtu kwa mtandao alisema ati Tanzania walishindwa Diamond hakwenda kuwaimbia na Zuchu. My lord. Mko hivyo lakini, mko hivyo kwa nini? Ukiangalia saa hizi, which teams do you feel zitafika kwenye finals? Ukiangalia AFCON, hakuna kuangalia ni nani ataifika kwa finals. Kitu kwanza le Nigeria. Nigeria iliingia katika semis. Na vile vile DRC Congo. Guinea kaenda nyumbani, Angola kaenda nyumbani. So leo tunaangalia Cape Verde. Tunaangalia South Africa. Tunaangalia timu zingine pale zitakuwa zinacheza. Leo tutapata surprise. Kitu kwanza DRC Congo wanacheza vizuri sana. Wakiongozwa na ule striker wao wa Brentford, John Wissa. John Wissa anacheza vizuri sana na ana make sure ile mchezo yao inakuwa nzuri sana. Pale katikati uwanja wanatumia mfumo ya 4-3-3. Hiyo formation ya 4-3-3 wametumia tangu mchezo uanze wa AFCON. Na wamekuwa kishinda na wamekuwa wakicheza vizuri. Hiyo ni ishara kwamba coach ashajua, ashaingiliana vizuri na wale wachezaji na anajua ni wapi nitachezea wapi. Uliona Ian Wissa alicheza 90 minutes. Maana yule anacheza vizuri na pale nyuma kuna ule Gideon Kalulu. Gideon Kalulu anacheza vizuri sana wakiwa na Cedric Bakabu na yule captain vile vile Chancel Bemba. Yaani wachezaji wazuri, ukiangalia vile wanajituma, mistake kama ilifanyika ilikuwa ni kidogo sana. Na pale midfield bali defender, yani forward wanajituma sana. DRC Congo itafika katika finals. Itafika finals. Na sitashangaa sana kuona Nigeria wakiondolewa. Maana ile bao walifunga ya Ademola Lookman ilikuwa ni bahati. Victor Osimhen alikuwa anabeba wachezaji wawili, ndio maana Ademola Lookman akibaki peke yake. Lakini Nigeria haina mchezo mzuri. Ukiangalia kuna ule defender wao, ule left back, Calvin Bassey. Bassey ndiye alileta ile cross baada ya ule captain wao ni Sekong kuleta ile counter. Lakini ukiangalia mchezo wa Nigeria, Ademola Lookman, Victor Osimhen
Vile vile pale katikati ya uwanja mwenye alicheza vizuri ni Alex Iwobi peke yake. Lakini Nigeria siwape ile energy sana ya kushinda hii AFCON. Nilikuwa almost kukuambia sasa twende na mpira Iwobi. Lakini ukiangalia Cape Verde, kwani do you feel like kama wako na home advantage? No, Cape Verde si home advantage. Walichukulia mchezo kama kazi. Walichukulia AFCON kama kazi and they want to represent their country. Ndio maana wanacheza mchezo mzuri. Yaani kuna Murasta pale anacheza vizuri na ule kipa wao anacheza vizuri. Mimi nafurahia sana nikiona wachezaji wanacheza vizuri wanajituma ili wana represent nchi yao. Yaani ukiangalia Cape Verde inacheza vizuri na inajua ni nini ilikujia katika hii michuano. Hakuna kucheza pale, ni unaingia pale kwa mchezo unakuja kufunga mtu kama ni timu yote ikiwe ni nani hawatambui. Cape Verde wanacheza mchezo mzuri. Pongezi sana kwa coach, management ya Cape Verde. Cape Verde ukiangalia population ya Cape Verde ni ndogo sana ukilinganisha na timu kama Algeria. Algeria ama Tanzania. Tanzania ni kubwa sana ukiangalia iko na population ya hali juu sana. Cape Verde ni timu ndogo sana, yani ni nchi kidogo sana. Lakini ukiangalia vile wamejicompose, wamejielewa, wako na ile energy na wamejua nini na wamekujia katika michuano yao. Kuna complaint niliona kule kwa X ama Twitter. Watu walisema for example, mtu kama Onana amerudi Manchester kwa hii game ya walicheza na Wolves. Before AFCON isha. Mtu kama Salah alikuwa shatoka before hata zishe AFCON isha. Kuna mtu alicomplain akasema ile wakati let me say wazungu wanacheza kama Euros ama anything concerning their country, they don't move until hizo games ziishe. What's the take about African players, like wanaitwa na club wanatoka wanaacha country zao zikicheza? Of course, number one nitaanza na kublame sana sisi wa Afrika. Lakini sana ukiangalia wale North Africa, wale Tunisia, Algeria, Egypt, Morocco, wale Waarabu wanasema sio Afrika. Ndio maana huwa watambui sana michuano ya Afrika. Ukiangalia North Africa, wale wanatambua Afrika sana ni part of Nigeria. Mbona wacheze lakini wanatambua, unajua sasa wako included lakini wanasema wao hawako part of Africa continent. Ndio maana wanacheza hivyo ni kama hawatambui. Lakini ukiangalia West Africa, kama ni Senegal, Nigeria, wanatambua sana. Ukiangalia ni Central Africa, South Africa, West Africa, ukiangalia huku Somalia wanatambua sana. Lakini ukiruka huko juu North Africa kina Tunisia, Morocco, huko hawatambui sana michezo ya Kiafrika. Sasa Morocco, Egypt baada ya kuingia katika ile round of 16, Salah baada ya kupata ile injury, na wanasema kwamba hakuwa amepata injury, lakini after ile medical check-up walisema alipata injury ambayo itaenda siku 28. Lakini Salah na wale Waarabu, ile AFCON walicheza na final na Senegal, walikuwa wamecheza vizuri. Lakini bado ukiangalia wale Waarabu akina El Neni vile walikuwa wanacheza, El Shanawi walikuwa wanacheza, ni kama walikuwa tu hawatambui michezo yao. Yani sisi Afrika, sisi wale blackies. Unajua sisi Africa we are known as black continent. We are proud of that. But wale Waarabu hawatambui sisi ni Afrika. Wanacheza tu ni kama wajitume. Ukiangalia mchezaji kama Sadio Mane, yani wale wachezaji akina Kalidou Koulibaly, nilikuwa naangalia pale kwa mitandao vile walikuwa na post. Yani unaangalia mchezaji ako very disappointed. Jana niliweza kuona wako very disappointed. Nilimuona Naby Keita akilia. Alikuwa analia Naby Keita. Maana ni mchezaji ana value sana michuano ya Afrika. Lakini wale Arabu hata watu wangi machozi. Hata ukiangalia Morocco vile ilikuwa eliminated, hakuna machezo walikuwa wanatoa. Yaani walikuwa wanajua hii ni walkover. Washarudi hata juzi nilikuwa naona washarudi hata kwa club zao. Leo kesho utaona ule mchezaji wa Algeria, Al Nouri akicheza na Chelsea. Sino Wolverhampton Wanderers atacheza. Maana watu ambuangi mchezo wa Kiafrika. Sisi tunatambua Kiafrika mchezo yetu. Nigeria wanatambua. East Africa wanatambua. Lakini wale Waarabu, Salah aliblimiwa sana maana hakuwa anatambua. Hata vile angekaa pale maybe Egypt ingeingia katika quarter finals. Lakini hata kama kuna injury, ukiangalia kuna wakati Chelsea ilikuwa inacheza Europa final, kuna mchezaji Antonio Rudiger alikuwa na injury, alikuwa anaenda na crutches, lakini alikaa pale kwa bench, hata alikuwa amepewa hiyo entry ticket. Maana ni mchezaji anataka kupea wale wachezaji kama ni defender akina Alonso wakati huo ile boost energy. Unajua Salah pale anatuangalia, at least anaweza cheza. Lakini ukiumia kama ni injury na unarudi direct, usharudi kwa club yako. Kwani Liverpool huko ndio ulizaliwa ama Uingereza? You must be proud of your country. Egypt walifanya mambo mabaya sana, lakini walisema
At least Klopp alikuja akaongea akasema ati walikuwa wamecommunicate na in-chief management na ile ya Liverpool walete Salah, lakini ile kumleta ni ishara kwamba wanataka sana a represent klabu yao ya Liverpool kuliko nchi yake. Na hiyo sio patriotism. Yeah. Ukiangalia kama Manchester United, sisemi hivyo juu na support Manchester au kitu kingine, lakini kama kuna klabu moja huu support AFCON sana, especially kama sahi kuna ni Manchester. Anytime ungepata mtu kama Onana, ile time wako na game lazima post mchezaji mwingine, lazima wapost. Mbona si hizi klabu zingine? Manchester, of course Manchester, ukiangalia katika klabu ya Manchester United hata tangu wakati wa Alex Ferguson, David Moyes wamekuwa na ile support, lakini they really have African players. Really Manchester inakuanga na African players. Maana ukiangalia sasa hivi wako na mchezaji mmoja peke yake. Wako na wenye wanatambua tu ni Onana. Si ni Onana? Kobe Maino alikuwa Ghana. Lakini akachange ile citizenship. Jamaa mwingine first 11 tunaangalia first 11. Yes, wako first 11, lakini bado kuna yani ukiangalia ni wawili ama watatu. Yani wale wanacheza Manchester. Chelsea wameposwa ngapi? Chelsea tunaangalia Manchester. Wameweka wangapi? Wacha tuangalie Manchester. Manchester Onana alipewa private jet course ya kuingia pale katika mechuano ya AFCON. Alicheza game ya Tottenham, alafu akakuja kucheza AFCON. In one day, lakini bila alikuja hakuperform to the best. Lakini ukiangalia mchezo wa Cameroon, shida ya Cameroon sio wachezaji. Shida ya Cameroon ni coach Rigobert Song. Rigobert Song anapewa pressure sana na management ya Cameroon. Soka ya pale Cameroon inampea pressure ikiongozwa na Samuel Eto'o. Eto'o anataka tu wachezaji washinde mechi bila kuangalia ile internal communication ya wachezaji. Sana alipost pale kwa mtandao akasema after this AFCON we are going back. Tunarudi nyuma kuangalia ni nani ambaye sio citizen wa Cameroon. Kama uko dual utakuwa unaondolewa katika timu ya taifa ya Cameroon. Pale Rigobert Song hakuwa na ile freedom ya kuchoose wale wachezaji. Na ukiangalia alimwacha ule mchezaji wa Bayern Munich Eric Choupo-Moting ambaye ni striker mzuri. Hawakuwa na striker, walikuwa wanategemea nani? Aguisa peke yake. Na ule Vincent Abubakar ambao walikuwa tu wanafanya mchezo pale kwa uwanja. Haukuwa wanacheza vizuri. Pale katikati kulikuwa na mchezaji mmoja peke yake alikuwa anacheza. Defense ilikuwa inaachilia. Maana ukiangalia ile bao ilifungwa na Morocco. Kulikuwa na mchezaji peke yake alikuwa ana dribble left back peke yake, na kuna wachezaji watatu wa Cameroon hata wana make move, lakini ukiangalia wale wachezaji wa Cameroon ile body language inakwambia vizuri we don't want this competition, ndio maana walitolewa. Na Cameroon Onana sio shida kwa Cameroon, hata kwa Manchester sio shida. Shida ni defense na team. Kipa kama akona defense atakuwa sawa, maana ukiangalia zile save nzuri kipa atafanya. Ukiangalia ile bao ilifungwa ni defense ilifanya mistake. Sasa hatuwezi blame Onana, lakini Manchester ina support sana zile michuano ya Afrika. Lakini pale kwa kumwachia Onana acheze mechi alafu anatoka hiyo usiku, hiyo nayo haiko nifurahisha. Mchezaji ni mchezaji. Give the second goalkeeper time. Kama ule kipa wa Manchester ungempea time na wamwachie Onana aende mingu na wale wachezaji wafanye 1 2 3 wajue mambo itakuwaje. Sasa pale kwa Onana sikufurahia, maana alicheza na hiyo usiku akapewa private jet. Lakini mimi swala langu hapa swala langu lilikuwa ni teams ngapi za support zina support wachezaji wao kama Manchester? Ukiangalia Afrika sisi tunapeana wachezaji wengi pale bara la Ulaya. Kweli? Naam. Na ukiangalia timu kama Chelsea iko na wachezaji wa Afrika. Manchester United iko na wachezaji wa Afrika. Manchester City. Lakini kwa nini una guess wapo? Na guess. I'm not guessing. But Manchester ina support. Ukweli Manchester ina support. Kumpea ile private jet niliona hiyo ni kumsupport sana Onana. Afike safe. It's a privilege. A privilege. Yes. Na wana prioritize sana anti Onana. Lakini watupatie time. Zile clubs za huko bara la Ulaya, we give them quality players. Ukiangalia kama ni Fulham, ukiangalia kama ni Nottingham Forest, ukiangalia kama ni Tottenham, wamepatia wale wachezaji wao time. Watupatie time sisi kama Afrika tucheze vizuri. Ukiangalia kuna ile Asian Cup inaendelea. Wale wachezaji wa pale Asia wanacheza vizuri, akina Heung-min Son wako pale hata watambui kama kuna ligi inaendelea. Tupatiwe time sisi kama Afrika to represent
bara la Afrika, continent ya Africa ikuwe represented kama tunacheza, so that we can value our competition. That is AFCON, na ndio tunatuletanga pamoja. Watupatie time, wasikuwe wanatuingilia. Wacheze kule nyuma kama ni EPL, wacheze kama hawana wachezaji wa Afrika. Let's use those English players, those Germany, watumie. Sisi kama Afrika tupewe time. Haya basi, English Premier imerudi. Hii wiki imekuwa mambo imeshikana kushikana. Arsenal wameandikisha nini yao, wameandikisha win ambapo wanasema ndo wamerudi mahali anafaa kuwa. Liverpool pia Jurgen Klopp anatoka. What do you think about EPL size manye imerudi? Of course EPL it is the worst competition yenye ungetaka kuingia kama mchezaji. Maana iko na a lot of competition. Ukiangalia Dofu, Arsenal walikuwa wanacheza vizuri. Lakini pale nyuma wakakuja wakashikwa draw wakafungwa. Walifungwa kwanza, walianza kufungwa na Fulham. Wakacheza vibaya pale wakafungwa, wakakuja wakapatana na timu zingine pale wakafungwa. Ni competition ambayo haitaki mchezo. Kila mtu anaweza kufunga. Kila timu inaweza kufunga anytime. Arsenal wanacheza vizuri, lakini shida pale hawana striker. Gabriel Jesus, Martinelli na ule Bukayo Saka. Ile forward yao haiko strong sana vile inaweza kuja kushinda ile EPL. Lakini wanacheza vizuri, madefender wako vizuri, wako na ile jamaa inaitwa, ule mchezaji anaitwa huyu defender wa France. Anacheza vizuri sana. William Saliba, ule ni defender mzuri sana na anacheza kama ni mchezaji pale, akiingia pale ako na ile tactic defending. Anacheza vizuri. Arsenal watafute striker na ile forward yao imimnike, ifanye shughuli ndio iweze kushinda kufunga mabao. Tukiingia wakati wa Klopp kusema ataondoka Liverpool. Klopp ni kocha mzuri, lakini alisema akijisikia ana nguvu, ana energy to continue again and again. Na amefanya kazi nzuri tangu aingie pale mwaka wa 2015. Amechukua UEFA Champions League, ambayo ndio wachezaji wengi sana pale Europe wanapenda sana UEFA, hata sio World Cup. Wanapenda UEFA Champions League. Ile inaopeanga ile career boost. Lakini akiondoka pale uliweza kuona akina Virgil van Dijk, wale Trent Alexander-Arnold walisema vile watakuwa wanaangalia contract zao. Maana walikuwa wamemingle sana. Salah aliangalia pale akaona kocha wake ule ni favorite wake. Maana Salah alitolewa Roma, tangu auzo na Chelsea Roma. Alitolewa kule na Klopp. Akamleta Liverpool. Na amekuwa na successful seasons pale Liverpool juu ya Jurgen Klopp. Of course wale wataumia sana juu ya Klopp kwenda. Lakini itachukua muda sana Liverpool kurudi juu, ianze kufanya ile competition. Hata Pep Guardiola Joseph alisema sasa atalala vizuri. Maana anajua Liverpool ilikuwa inampea nightmares. Wakicheza na Liverpool hakuwa analala. Ita take time. Kocha ambaye ataingia pale aweze kumigi na wale wachezaji, ajue ni nini atafanya kama Jurgen Klopp, itachukua muda sana. Lakini tunapongeza sana, tunamshukuru sana Jurgen Klopp kwa kazi nzuri. Ni kocha mzuri na wachezaji wake wanampenda sana. Kama kuna relationship nzuri kwa coach na wachezaji, mimi natambua sana Jurgen Klopp na wachezaji wake. Hujaisikia furugu kama Erik ten Hag bila anafurugana na wachezaji kama kina Rashford. Uliweza kuona alifurugana na Rashford. Lakini kuongea ukweli, I'm a very big supporter of Rashford, and you know that, but what discipline. Discipline pale hapo na discipline. Maana ulianza kuona kwa mitandao ameingia kwa, unajua kama kuna mechi ni kama sisi tulifungwa, mimi na support Chelsea. Tulifunga vibaya sana na Liverpool. Maana shida pale ni ya coach Mauricio Pochettino. Pochettino anafanya mistake kubwa sana pale kuchezesha ule center back, ule ni Benoit Badiashile. Anamchezesha pale na ndio ana waste chances mingi sana, anapetiana zile free goals. Na pale katikati anatumia wachezaji wrong positions, ni kama elewi first 11 na kuna wachezaji wazuri. Kocha akiondoka Chelsea itakuwa nzuri. Sasa pale Manchester United ambayo ni Erik ten Hag anakuanga na vurugu sana. Ukiangalia vile ten Hag anakuanga na attitude na players, ni kama hayuko open na wachezaji wake kama Jurgen Klopp ama Pep Guardiola. Uliweza kuona ile issue ya Kyle Walker, yani alikuwa amefanya shughuli pale na ex-girlfriend wake, lakini ako na bibi. Lakini Jurgen Klopp ule Pep Guardiola bado ametulia, ajongelea hiyo mambo. Maana kuna wakati Kyle Walker alikuwa anataka kukimbia kule Bayern Munich, alikuwa anataka kuenda Bayern Munich juu hiyo shida. Lakini ukiangalia relationship ya coach ambaye ni ni huyo Erik ten Hag, bona Erik ten Hag akafanya hivyo kwa mchezaji mzuri, young talent like Jadon Sancho.
Uliweza kuona Jordan Sancho alirudi pale Borussia Dortmund in 3 games akona assists goals. Shida ni gani? Relationship ya coach na players. Lakini unajua in as much as I support what you say, okay, the player can never be bigger than the coach. You have to listen. Mbona avurugani na wengine, ni wewe peke yako? Of course ukiangalia huyo coach ana vitu zina happen kila time. Ulisikia wakati wa Anthony. Ile response ya Erik ten Hag. Anthony baada amezingiziwa na ule girlfriend wake. Ulisikia wakati wa Garnacho. Wakati aliweka ile emoji wakati Onana alisave. Kuna emoji aliweka pale kwa mitandao. Ile matamshi yake Erik ten Hag na wakati wa Garnacho, wakati wa Anthony, wakati wa Sancho, inaonyesha kwamba yule coach ako na attitude na players, hayuko open na players. Unajua sio lazima uongelee vitu kwa mitandao. Press. You can go and talk to the players. Pole. Si ati wapatani, sio wanapatana. Wako na namba zao wanaongea. Enda pale ujue ni nini iko shida kama ni kwa mchezaji. Muongeleze internally ujue shida iko wapi. Si ati kwa press ni kama iko na command. Manchester United is a big club ambayo fans pressure ma fans peke yake. Hiyo inaweza kuondoa pale kwa club. Chelsea ni club kubwa. Pressure ma fans inaweza kuondoa. Liverpool, Manchester City imechipuka juzi tu lakini iko na mafans. Chache tu. But wanasema Manchester City fans last bonds wanakuanga low self esteem na wakuangi wana ile energy. Maana ile ni holy club. Unajua Man City is owned by billionaires. Mchezaji wakitaka yote wataendea. Saa hizi wanaona the highest player ranking kwa market value ni Jude Bellingham. Si ndio? Wakitaka Jude Bellingham Manchester City hata walete ni 300 ama ni 500 Manchester City itaendea. Sasa ile ni only club inaonanga wachezaji kuja tu wakuwe na ile advantage, wako na quality players but they don't nurture talents kama Chelsea, Liverpool. Ukiangalia Liverpool sasa wanatumia ule Bradley, ule ni talent. Akina Cody Jones ni talent. Yani Manchester United Kobe Maino talent. Yani si tunaendea tu watu wako kama Kovacic, unaendea kina Riyad Mahrez na West wanaingia huko Saudi Arabia, unaendea wachezaji wenye washakuwa nurtured. Make your talent, young talent. Hiyo sasa ndio shida ya Man City. Sile timu kubwa kama Manchester United ziko na pressure. Pressure ya fans imempea Ten Hag pressure. Of course sasa Ten Hag aina ile. Hata kushinda hiyo mechi walikuwa wanacheza na Wolves. Ilikuwa ni comeback. Kobe Maino alifunga dakika 98. Ile ni ishara kwamba Manchester United they are so poor kwa defense na hawachezi bench. Mimi naweza kuambia shida Manchester United ni na Chelsea. Coach, give those players quality coach mwenye anaelewa kazi ya wachezaji. Manchester United itarudi pale juu walikuwa na Ferguson. Give Chelsea players quality coach kama Thomas Tuchel mwenye alikuwa pale, atakupea performance. Mlikataa, mlisema afanye kazi, alafu mnataa kwa nini? Of course ile ni internal communication. Ilikuwa shida ya coach na management ya Todd Bowley. Lakini si feel kama mtu kama Pochettino amekuwa yeye, if Tottenham wouldn't beat Tottenham kama si Pochettino, why not Chelsea? Mbona, what is happening? Unajua in this life kuna kuanga na luck. There's luck in everything. If you're not luck for anything, you're not going to get it. Pochettino is not luck for getting trophies. Of course, and again I'm going to blame his tactics. Coach anatumia tactics zenye asingiani na wachezaji. Again anatumia wachezaji wrong positions. Mchezaji ni left back, anamtoa left back anamweka right back, ama anamchezea center forward. Mchezaji ni winger, anamchezea kama false 9. Ile ni kuharibu mchezaji, maana mchezaji amejua mahali atakuwa anachezea, mahali atakuwa anaweka mpira. Sasa zile tactics zake Pochettino sio nzuri na ana luck ya kushinda vikombe. Alifika final ya UEFA Champions League lakini haku win. Tottenham alikaa pale miaka mingi lakini hakushinda. Ana luck Pochettino. Ni kama coach mwenye okay, ni mzuri for the last 15 years amekuwa coaching Mauricio Pochettino, but the luck atakuwa naye. Amekuwa na wachezaji wazuri akina Neymar Junior, Messi, Mbappe, wachezaji wazuri. Utakosaje kushinda UEFA Champions League kwa na forward kama hiyo? Forward iko na press yenyewe. Kama ni defender anapatana na Kylian Mbappe, anamwachilia ama anashtuka tu hivi anapata ashafunga. Ukiwa na forward kama ile, mbona usichukue Champions League? Akashindwa. Chelsea ndio atakuja kushinda EPL yenye ni ngumu sana. Timu kama Swansea
tulikuwa tumefungwa na ile Middlesbrough. Vijana wake Michael Carrick. Ile ni lack ana na tactics zake ziko chini. Mauricio Pochettino. So umesema Pochettino is lackless. Lack. Oh my Everything God. in this life lazima uwe na lack. Haya basi, nataka sasa tukafunge. Masaa imeisha. Saa moja. Dakika 2 tu tumeongea. Imeisha man. Tufunge tukafunge twende. Ai. Kwanza mimi nakushukuru sana kwa kunialika hapa wakati tuko na AFCON, wakati EPL iko, yani wakati sport na michezo athletics ziko mingi. Na mtazamaji wa Muthingi TV, mimi nakuanga follower sana wa Muthingi TV, na kuanga bado tunaongea mambo ya sporti. Unajua hivyo. Lakini kama ni pale kwa michezo, kama uko na talent yoyote pale chini na wewe ni mchezaji unakimbia, make sure unakuja kwa exposure. Ingia pale ufanye mambo 2-3, ufanye ile training, watu wajue ni wa wapi. Unajua kunaweza kuwa na mchezaji anakimbia pale chini lakini hatumjui. Improve, tujue wewe ni wa wapi. Na tukijua, of course utarepresent nchi yetu ya Kenya because we want results. We want results. Shukrani, mimi naitwa Boniface Kimanzi. Haya, murari wa Muthingi TV anandiramenya ithari we gikorore keine kirano ekoro kigwa mundu gweto Boniface Maria aituhaririria muthenya wa omothe mwana wa Facebook redona ni mwigirite na njira nene mundu gweto Kariuki wa ndu atinda ekoro gikuona mundu gweto Murugi Job ura ekoro kiuga jeshi ya mahiga meru Laikipia nege nu mundu gweto kama washege uruga 5,000 na tunaenda kusimama wacha ikae ene yuma dereti ya kindu gigwetwo police ana kindu gigwetwo Gor Mahia no ekoro kiuga mugeni witu aikoro gitwira tuko tukiambe to improve standards before to improve it besha. Haya, mundu wetu humbled host no ekoragwo producer wakwa aragikorwo kiuga ni na tunaenda mbali thegio muno mundu gwetwo Oscar na kemodo goto Mwangi Paris gathosha mwanya nda ekoroge kuona urauga niko ndani mundu goto Young Talent na ira ekoroge kuona na mundu gwetwo macho nda ekoroge muona mundu gigonete aigira goko ni mundu gwetwo Janice Njogona na enda ekorwo agikuona na mwena mundu gwetwo Queen wa Mitambo na mundu gwetwo John Peace nda ekorwo gikimuona sweet story nda ekorwo nawe agikuona no ekorwo okay gira goko kwa Muthingi TV na ni ngauga ni ngatho muno ni kunyitanira na ni kuma reshki hadire wega thaa 8 nginya rucia githie kwihanda wega thaa 10 cia hwaini ngagucokeria ngatho ni undu wa unyitaniri waku thiaga na mbere ukorwo kirorera Metameta cia mathako haha ni haria ngukoragwo agikurehera ciigie mathako na thaki ngagukorwo gikumenyithia ciigie mathako ngurani ni muthenya kana tugaicemania haha ringi wona Metameta-ini cia mathako muthenya wa juma no indi tucemania ona cienda wega thaa 1 cia hwaini nigetha ngoro gikumenyithia na kuo uria andiki aitu magituhaririirie nginyagia hindi iyo mundu gwetwo msanii no makindo gwetwo muhori wa bica witu kana camera person mundu gwetwo Aizo no makindo agitwo graphics na mundu gwetwo Jerry Paris no kiuma kindo gwetwo directing na ke mundu gwetwo Oscar no ikorwo giteithiriria uko tugikinyaniria kana gukorwo tugikinyaniria tafarira itu ya Metameta cia mathako nginyagia hindi iyo ajuge Ngai wa moyo akwende akweige na akurathime na toria tuhingaga tafarira itu ya Metameta cia mathako hatuongei na ma ex